Mshukuru Bwana Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo umetupa. Father, we glorify your name. We give you glory, Jesus. Receive all the honor. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya 6, ikiwa ni siku nyingine ya mgeuko mkuu kwenye maisha yetu na kwenye kila eneo la maisha yetu. Minister to us, Holy Spirit. Tuhudumie kwa neno lako, tuhudumie kwa nguvu zako, tuhudumie kwa uweza wako. Kanda ramasaya manta yanda rabasanda. Thank you, Holy Spirit. Pale ulipo, wakati unarudi kuketi kwenye nafasi yako, naweza ukaja kuketi tu. Naweza ukaja kuketi tu. Haleluya. Naomba usikae nyuma sana tafadhali. Jitahidi kukaa viti vya mbele hapa nikuone. Something's moving. Something's changing. Feels like the Holy Ghost. Shila na mayana na Sabradushka Mantari mana shandededebe Karamani mashanda ragabaradaya Rekana mashanda. Thank you, Holy Spirit. Tunaendelea na semina yetu tena leo na maombi yetu ya mgeuko mkuu. Kuna wakati mgeuko mkuu unaanza kutokea pale ambapo Mungu anakubadilisha wewe kwanza. Na Mungu akikubadilisha wewe, wewe ndio utakayebadilisha hali yako au maisha yako. Maana kama unataka mgeuko mkuu kwenye uchumi, kuna wakati Mungu anakubadilisha wewe kwanza, alafu wewe ndio ubadilisha uchumi ulionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila kitu Mungu atakibadilisha au atashughulika na kitu moja kwa moja, lakini kuna wakati Mungu anakubadilisha wewe, alafu wewe ubadilishe kitu. Na Mungu akikubadilisha wewe, kuna faida zaidi kuliko Mungu akibadilisha kitu. Kwa sababu Mungu akikubadilisha wewe, maana yake hata hilo jambo likitokea limerudia tena, unakuwa na nguvu na uwezo na hekima ya kushughulika nalo na kulibadilisha. Sema kwenda kina na Mungu. Kwa sauti kanisa, kwenda kina na Mungu kwa njia ya maombi. Yule msomaji wangu leo hayupo au pasapendo kaya hapa. Kwenda kina na Mungu kwa njia ya maombi. Leo tunajifunza njia ya 3 kwa msaada wa Roho Mtakatifu, au namna ya 3 ya kumwendea Mungu kwa njia ya maombi. Tuliona namna ya kwanza, tukasema ni kumwendea Mungu kama Baba. Na tukasema kumwendea Mungu kama Baba, kazi yako kubwa ni kwa ajili ya ushirika. Unaenda kwenye maombi kwa sababu ya kujenga ushirika na mahusiano yako na Mungu. Maana yake kupeleka mizizi yako kina kwenye eneo la ushirika na mahusiano yako na Mungu. Na ndio maana Yesu anasema mkiwa katika kusali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Maana yake unaimarisha mahusiano yako na Baba yako aliye mbinguni. Na ukiwa pale utaona moja ya vitu vinaanza kutokea iwapo mahusiano yataimarika. Utaanza kuona mapenzi ya Baba yako ya mbinguni yanatimia kirahisi kwenye maisha yako. Lakini cha pili, utaanza kuona ufalme wa Baba yako wa mbinguni unaanza kudhihirika kwenye mazingira na eneo ambalo unakuepo. Bwana asifiwe sana. Lakini pia kingine tukaona, nikakwambia jana, jambo la pili ya kwamba unamwendea Mungu kama rafiki. Na niliposema unamwendea Mungu kama rafiki yako, ni kutokea kwenye ile andiko la Luka 11 mstari wa 5 hadi mstari wa 10. Utaona pale alikuwa anazungumza kwa habari ya ndugu mmoja ambaye alimwendea rafiki yake kumuomba kitu kwa ajili ya rafiki yake alikuwepo nyumbani. Na nilikuonyesha mfano fulani jana hapa, sijui kama ulinielewa, lakini naamini kuna kitu ulipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikasema huduma ya uombezi. Leo nikupe faida moja kubwa, alafu nivukie kwenye kipengele cha 3 sasa. Nikupe tu faida moja kubwa ya huduma ya uombezi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ayubu 47 ule mstari wa 7 hadi ule mstari wa 10. Ayubu 42 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 10, sio 47. Sura ya mwisho kwenye kitabu cha Ayubu ni 42. Ayubu 42 mstari wa 7 hadi ule mstari wa 10 anazungumza kitu, anasema Mungu akaongea na rafiki za Ayubu, akawaambia nendeni kwa Ayubu akawaombee.
na walipokwenda kwa Ayubu akawaombea, unaona baadaye mstari wa 10 Ayubu alipoombea rafiki zake, Biblia inasema Mungu aliugeuza uteka wake. Biblia inasema Bwana aliugeuza uteka wa Ayubu hapo Ayubu alipoombea rafiki zake. Maana yake kuna aina ya uteka ambao wakati mwingine hautayaachia maisha yako mpaka umejiingiza kwenye kuomba na kuombea watu wengine ambao Mungu anakupa mzigo, au kwa tafsiri nyingine kuombea ajenda za kimungu ambazo Mungu amekupa mzigo nazo ndani. Mungu amekuwekea msukumo wa kusimama nazo au kuziombea. Sasa pale anasema Mungu akageuza uteka wa Ayubu hapo Ayubu alipowaombea rafiki zake. Ayubu 42 mstari wa 10. Ayubu 42 mstari wa 10. Kisha Bwana akaugeuza uteka wa Ayubu hapo alipowaombea rafiki zake. Anasema hapo. Kwa hiyo uteka wa Ayubu usingegeuka mpaka ifikie mahali pa Ayubu kuchukua hatua ya kuwaombea rafiki zake. Na nataka ujue haikuwa rahisi kwa Ayubu kuombea rafiki zake, kwa sababu Ayubu ndo alikuwa anahitaji maombi ya rafiki zake kulingana na hali na mazingira na ugumu na uteka aliyokuwa anaopitia. Ayubu ndo angehitaji maombi ya rafiki zake. Ukirudi sura za mwanzoni kitabu cha Ayubu kwenye sura ya 2 utaona kuna rafiki zake fulani walimfuata, wakakaa siku 7 kavu. Wako pale wamekaa wanaangaliana na Ayubu tu, hawasemi chochote siku 7 kavu. Lakini jaribu kuwaza eti hao watu ndio Ayubu anaambiwa waombe. Watu ambao walikuwa wanaweza kukaa siku 7 kavu bila kula chochote, Ayubu anaambiwa waombe. Kuna wakati Mungu anaweza kukupa hata wajibu wa kumwombea mchungaji wako. Wewe unaweza kusema mbona pastor akijaga maupako yanatembea, nguvu za Mungu zinatembea, ila kama Mungu amekuwekea huo mzigo ndani yako, mtu wa Mungu usiache. Yawezekana huo mzigo ndio uliobeba mgeuko wa uteka ambao adui alikuwa anausukuma kwenye maisha yako. Kama unanielewa sema amen. Nasema tena kama unanielewa sema amen. Nasema tena kama unanielewa sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimeweka hapo jambo la msingi kwamba Ayubu aliomba kwa ajili ya rafiki zake msimu ambao ulikuwa ni mgumu. Unajua mambo ya Mungu hayakupi matokeo tu kwa sababu umeelewa. Yanakupa matokeo kwa sababu umetii. Na wakati mwingine uwe umetii kwa kuelewa au umetii kwa kutokuelewa, lakini umekubali kutii, matokeo ya Mungu yamefungwa kwenye utii. Biblia inasema mkikubali na kutii. Hajasema mkielewa. Kuna wakati hautaelewa. Kuna maelekezo Mungu anakupa, wakati mwingine hautaelewa kwa nini Mungu anakupa maelekezo wakati ambao wewe unakuwa unahitaji msaada. Alafu ndo Mungu anakuambia waombee rafiki zako. Wakati mwingine unaweza kaingia hata kwenye mfungo, alafu unategemea kwamba kwenye mfungo Roho Mtakatifu atabadilisha maisha yako, lakini katika ule mfungo unasikia msukumo wa kuwaombea washirika wenzako wa kanisani. Unasikia msukumo wa kuombea kiongozi wa idara yako. Unasikia msukumo wa kumwombea labda rais wa nchi. Katika kutimiliza huo msukumo ndio Mungu anatimiliza na mahitaji yako na vitu vyako vingine ambavyo ulikuwa unavihitaji. Sasa Ayubu alipoomba kwa ajili ya rafiki zake, Biblia inasema Mungu aligeuza uteka wake. Na ukiendelea mstari wa 11 mpaka mstari wa mwisho utaona maisha ya Ayubu yaligeuka jumla. Kwanza akapata uzao, pili mali zikaja, na akapata maisha mengine marefu. Miaka 140 ikaongezeka mbele ya miaka ambayo alikuwepo nayo kwanza. Sasa twende tena. Nikuonyeshe mtu mwingine tena. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 20 ule mstari wa 7. Alafu tutaenda mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 18. Mwanzo 20 mstari wa 7, alafu tutaenda mstari wa 17, alafu tutaenda mstari wa 18. Alafu tukimaliza hapo tutarukia Mwanzo 21 mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Narudia tena. Mwanzo 20 ule mstari wa 7, alafu tarukia mstari wa 17, alafu tunamalizia mstari wa 18. Alafu tukitoka hapo tunaenda moja kwa moja Mwanzo 21 ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 6. Ile Mwanzo 21 nitasoma kwa kurukaruka baadhi ya mistari, lakini hii 20 nataka tuisome. Soma hapo kwenye Mwanzo 20 mstari wa 7. Basi sasa umrudishe mwanamke. Anasema basi sasa umrudishe mwanamke. Hapa ni kuelezea tu kutokea juu. Kulikuwa na mfalme anaitwa mfalme Abimelech, ambaye Ibrahim alipoingia katika nchi yake, mfalme Abimelech alikujikuta amevutiwa na Sara. Na sasa kwa sababu Ibrahim alikuwa ni nabii wa Bwana, alikuwa na uwezo wa kupasive na kuona, akagundua mapema ya kwamba kwenye ile nchi watamtaka mke wake. Jaribu kuwaza mfalme wa nchi anamtaka mke wa mtu mwenye miaka zaidi ya 80. Zaidi ya 80. Imagine. Mimi ukiniambia kwamba huwezi kuolewa unanidanganya kwa mujibu wa neno la Bwana. Mfalme wa nchi anamtaka mke wa mtu ana miaka zaidi ya 80. Kwa sababu kiendelea sura inayofuata utaona Sara anazaa.
na Sara alizaa akiwa na miaka 90. Maana yake alibeba mimba akiwa na miaka 89. Angalau tuhesabu kuna kipindi cha miezi 9 hapo labda ikakamilika na hiyo birthday yake ya miaka 90. Maana yake ni kwamba mfalme anamtaka mke wa mtu mwenye miaka mingapi? 89 au 88 basi. Wewe usiamini tu kwenye kuzeeka na kupoteza sura haraka haraka. Amini ya kwamba Mungu atakutunza na atakusaidia. Nilipenda andiko fulani kwenye kitabu cha Ayubu, anasema kadri siku zao zilivyo ndivyo ambavyo ngozi yao, anasema they become fresher. Kadri wanavyozidi kukua ndivyo ambavyo wanazidi kuwa na ngozi kama ya mtoto mchanga. Maana yake ndivyo wanavyozidi kuwa mzuri. Au ufubai kwa jina la Yesu. Amen. Kataa kufubaa. Hata kama huna hela ya kwenda saluni, kataa kufubaa. Sara alikuwa anaenda saluni ya wapi? Nielezeni nyie sasa. Kwa sababu sasa hivi ndio tunaona teknolojia kidogo imekuwa hapa. Tunaona mambo ni mengi. Alikuwa anaenda saluni ya wapi? Cha kuvia nini? Eti miaka 40 tu alafu mtu akutamani. Miaka 40 tu yani hautamaniki. Na wewe unaanza kusema hii pastor unajua uzee pastor. Tolea habari zako hapa. Somea hilo andiko. Basi sasa umrudishe mwana. Sasa Mungu anamwambia Abimeleki, rudisha huyu mke wa mtu. Mke wa mtu ana miaka 89. Wewe waza tu kwa haraka haraka nini ambacho Sara alikuwa nacho ambacho kinamfanya apendwe? Yaani mfalme amekosa watu katika nchi nzima mpaka akachukue mke. Sio kwamba hata Sara alikuwa hajaolewa, ni mke wa mtu. Mungu akamwambia mrudishe. Hapo ndo kingine naamini ya kwamba Mungu atamlinda mwenza wako, au unachukua hilo andiko hapo kama Mungu alimlinda mke wa Ibrahimu hata mahali ambapo Ibrahimu alisema huyu ni ndugu yake sio mke wake. Unaamini ya kwamba Mungu atakulinda na atailinda ndoa yako. Unamfuatilia mtu, unakuta mtu yuko kwenye ndoa na anamfuatilia mtu kila muda, ukifika ni kupekua simu. Akitoka kwenye simu anahamia kwenye kitu kingine. Hataanza hata kumfuatilia akiwa anaenda kazini, anaanza kumfuatilia nyuma kwa mbali, anakuwa anachungulia. Ameongea nani pale, anachungulia. Hivi utachoka. Asipolinda Bwana mji wewe unafanya kazi bure. Yaani as long as hauna uhakika kwamba Mungu anamlinda, kila unachofanya ni kazi bure. Hakikusaidii. Na ndio maana tunakushauri uoe au uolewe na mtu ambaye ni mcha Mungu, kwa sababu mcha Mungu ana hofu ya nini? Ya Mungu. Ana hofu ya Mungu. Cha Mungu ana hofu ya Mungu. Kuna vitu hawezi akakufanyia kwa sababu ya hofu tu ya Mungu. Kama ambavyo Yusufu alikataa kulala na mke wa mtu kwa sababu ya hofu ya Mungu. Sasa hata huyo mtu ataogopa wakati mwingine kutoka nje ya ndoa kwa sababu ya hofu ya Mungu. Hata ukisikia mtu ametoka nje ya ndoa, alianza kupoteza hofu ya Mungu kwanza, kabla hajaanza kupoteza uaminifu kwenye ndoa yake. Hofu ya Mungu lazima ife kwanza. Ndio unaona mtu anachukua mke wa mtu au anatoka nje ya ndoa au whatever. Mungu akamwambia mrudishe, maana mtu huyu ni nabii. Soma pale Pastor Upendo. Umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii. Naye atakuombea. Upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa. Utakufa wewe na watu wote ulionao. Yani waza mtu akicheza na mke wako au akicheza na mme wako, anakufa yeye. Hilo ni swala ambalo halina negotiation. Anakufa yeye. Tena Mungu anatetea ndoa ya miaka 80 ambao tungesema labda wameshaishi pamoja, wameshachokana. Kwa sababu sisi mara ya kwanza tunamwona Ibrahimu anaitwa anatoka na mke wake walikuwa na miaka 75, lakini kabla hapo walikuwa wameshaanza kuishi pamoja. Tukisema hata wameshachokana miaka 80, bado Mungu anaitetea hiyo ndoa. Mungu ataitetea na ya kwako katika jina la Yesu. Amen. Nasema tena Mungu ataitetea na ya kwako katika jina la Yesu. Amen. Hata angeinuka mtu mwenye mamlaka, mtu mwenye sauti akitaka kufanya iana kinyume na ndoa yako, Bwana akupiganie kwa jina la Yesu. Amen. Nasema Bwana Yesu akupiganie katika jina la Yesu. Amen. Mstari wa 17. Mstari wa 17. Sasa alivyoambiwa amrudishe mke wa mtu, na Mungu akamwambia usiporudisha. Mungu akisema utakufa. Mungu akamwambia usiporudisha utakufa. Tena sio tu uende akuombee pia, kwa sababu kirudi mistari ya juu Mungu aliwapiga hadi utasa. Unaanza kutumia mke wangu message, utasa unakukamata ghafla. Naanza kusizi tu ghafla. Sikutishii Bwana na muongelea Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa na kaufunuo fulani kuhusu ulinzi wa Mungu. So mstari wa 17 wakaenda, mfalme akaenda kwa Ibrahimu. Ibrahimu akamwomba Mungu. Mungu akamponya Abimeleki. Na mkewe
na mkewe na wajakazi wake nao wakazaa wana. Maana yake Ibrahimu anatumwa amwombee mtu ambaye anatumwa amwombee mtu ili Mungu afungue tumbo lake la uzazi ili wazae, wakati Ibrahimu ana mke ambaye hajazaa. Lakini Mungu anamwambia amwombee Abimeleki, aombee na wajakazi wake, aombee na wanyama wake ili wazae, wafunguliwe tumbo ili wazae. Lakini Ibrahimu hana mtoto kwa huyo mke ambaye alikuwa anataka kuchukuliwa. So anasema Ibrahimu akaombea, Mungu akafungua matumbo yao, wakafanyaje? Wakazaa. Angalia mstari wa 18. Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo. Anasema maana Mungu alikuwa ameyafunga matumbo yao. Wasizae. Kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahim. Sasa angalia, huo ni mstari wa mwisho kwenye sura ya 20, mstari wa 21. Sura ya 21 mstari wa kwanza anasema Mungu akamkumbuka Sara. Na akamjilia kama alivyosema. Alafu mstari wa pili, Sara akapata mimba. Mstari wa ngapi hapo? Anasema Isaka akazaliwa. Sara akasema Mungu amenifanyia kicheko. Maana yake baada ya Ibrahim kumwombea mtu ambaye alikuwa hana mtoto, akapata mtoto. Ndio unaona sura ya 21 Mungu naye anampa Ibrahim nini? Mtoto. Kuna wakati Mungu atakwambia uwaombee watu, uwaombee wakati mwingine mahitaji ambayo na wewe unayahitaji. Hilo unajisikia kuwaombea. Omba hata kama Mungu hajakufanyia. Na wakati mwingine watu wasikukashifu kwamba unaombeaje jambo hili, mbona wewe Mungu hajafanya kwako? Fanya. Aliyekuambia ni Mungu. As long as ni Mungu amesema, aliyekuambia ufanye, atakufanyia na wewe katika jina la Yesu. Amen. Sasa leo naenda kipengele cha 3. Nilikuwa najaribu kuelezea tu faida. So unaona Ibrahim alipata mtoto kwa sababu alimwombea mtu huduma ya uombezi. Leo naenda eneo la 3, kumwendea Mungu namna ya 3. Unamwendea Mungu kama hakimu. Mwanzoni tulisema unamwendea Mungu kama baba, na hapo ni kwa ajili ya kujenga ushirika na mahusiano. Lakini cha pili tukasema unamwendea Mungu kama rafiki. Maana unamwendea kwa njia ya huduma ya uombezi kwa ajili ya watu wengine, unasimama kwenye nafasi kwa ajili ya watu wengine. Lakini leo kuna namna ya 3 ya kumwendea Mungu kama hakimu. Unamwendea Mungu kama hakimu. Ile kitabu cha Luka sura ya 18 ule mstari wa 1 hadi ule mstari wa 8. Nataka ufungue Biblia yako tusome wote kwa pamoja. Luka sura ya 18 mstari wa 1 hadi ule mstari wa 8. Alafu tokea hapo sasa tutaendelea kuvunja kumwendea Mungu kama hakimu ina maana gani. Twende haraka. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Anasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani. Hamchi Mungu. Huyo kadhi ni hakimu. Hakimu ni mtu ambaye anahusika na masuala ya mahakamani, masuala ya kuhakikisha haki za watu zinapatikana na wengine wanatendewa haki yao sawa sawa na kile walichokifanya. So anasema mwanamke huyu, kwanza sifa ya huyu mwanamke ni nini? Ya kwanza ni mjane. In fact kwanza ni mwanamke. Nitakuelezea baadaye disadvantages za huyu mama. So anasema akamwendea akasema mstari wa 2 akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani. Hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane. Aliyekuwa akimwendea. Hebu sema kumwendea. Sema kumwendea. Maana yake kuna mambo ili uyapate lazima uyaende. Yaani ukiliendea mara ya kwanza umekosa, unaliendea tena. Uliliendea ndani ya siku 2-3 za mwanzoni, 4-5 za mfungo mwanzoni na halijatokea, unaliendea tena. Kuendea. Consistency. Akisema nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Huyu kadhi dhalimu, hakimu dhalimu alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake. Asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Okay. Kutoka kwenye ile andiko watu wa Mungu, Luka hiyo 18 kuanzia mstari wa 2. Ukianza mstari wa 1 Yesu alikuwa anasisitiza, anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Lakini nataka nikuonyeshe huyu mwanamke alikuwa na disadvantage nyingi. Huyu ambaye alikuwa anaenda kudai haki yake. Disadvantage ya kwanza ni mwanamke. Wakati huo ni kipindi ambacho wanawake hawasikilizwi. Wanawake hawasikilizwi.
Yaani wakati ambao unaona wanamkamata mwanamke na mwanaume kwenye zinaa, mwanaume wanamwacha, wanamchukua mwanamke wanampeleka kwa Yesu, anasema sheria inasema tumpige kwa mawe. Mwanaume aliyekuwa naye yuko wapi? Hayupo. Kwa hiyo wakati ambao pia hakuna namna kwa haraka haraka ambao ungeweza kumfanya, yani hata ile tu kwamba ni mwanamke asikilizwi. Anaweza kuonekana ni muongo, anaonekana ni dhaifu. Lakini kingine ni kwamba anaweza kuonekana hana uwezo wa kumiliki hicho anachokisema. Lakini cha pili ni mjane. So angekuwa hata mume wake yupo, labda wangemheshimu kwa sababu ya mume wake yupo. Ni mjane. Mjane maana yake hana mtu wa kumtetea. Hana mtu wa kusimama naye. So unaona kama weakness ya pili tunaweza kuisema kwa huyu mama ni mjane. Lakini cha tatu, hakimu anayemwendea, cha kwanza hana hofu ya Mungu. Mtu ambaye hana hofu ya Mungu haraka anaweza akapindisha haki. Hata kama anajua hii ni sahihi, anaweza akapindisha haki. Lakini cha tatu, huyu hakimu hajali watu. Maana yake ni kwamba hata uwe mjane, ungelia, hata ungekuwa mtoto ukalia ukajitetea, ungekuwa yatima, haendeshwi na kitu kinaitwa kujali watu. So maana yake haangalii sura ya mtu. Ni hakimu hivi, ni mtu anayeangalia hela yako. Ni hela yako inaongea. Kwenye kesi ni hela yako inaongea. So kingine unaona possibility za wewe mwanamke kupata haki yake zinazidi kuwa ndogo. Cha nne, kuna watu yawezekana ni ndugu wa familia ambao au ndugu wa upande wa mume, walipoona mume wake amekufa na alikuwa ana mali, wakaamua kwenda wakazichukua zile mali. Wakasema wewe umeolewa tu, huyu kaka yetu ulimkuta ana mali, so tumeamua kuzichukua. Ndio maana alienda kushtaki kwa sababu anasema soma mstari kama 3 4. Yes, mstari wa 3. Mstari wa 3. Anasema aliyekuwa akimwendaendea akisema nipatie haki na adui wangu. Maana yake ana adui. Hao adui inawezekana ni ndugu wa either ndugu wa mume, wamemfuata, wanataka kumnyang'anya, kama aliachiwa kiwanja au aliachiwa nyumba au aliachiwa gari au kaduka fulani aliachiwa, wale ndugu wa mume wanakitaka. Angalia disadvantage. Maana yake hata familia wameungana. Familia wameungana kinyume chake. Upande wa wako wameungana kinyume chake. Hana mtu wa kumtetea kutoka kwenye familia. Na hapa hatuoni kama alikuwa anasindikizwa na yeyote. Alikuwa anaenda peke yake. Lakini sikiliza mambo ya ajabu. Huyu mama alijua siri moja. Shida sio kuwa na haki. Unaweza ukawa ni haki yako ukipata hicho kitu, ila hautakipata mpaka umegundua au umejenga namna fulani ya kukitetea mpaka haki yako imepatikana. Mahali fulani kwenye kitabu cha Isaya anasema njoo tusemezane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. So kuna haki hautapewa mpaka umeeleza. Mpaka umehojiana. Kuhojiana ndio kama mahakamani tunashindana kwa hoja. Na kuhojiana na Mungu ni kwamba unapeleka hoja zenye nguvu. Strong reasons. Nitafutie andiko kwenye Isaya. Isaya nadhani 43-44. Isaya ngapi? 41. 43:26. 43:26. Yes. Yes, 43:26 ya. Unikumbushe na tuhojiane. Anasema unikumbushe. So kuna haki hautapewa mpaka umemkumbusha Mungu. Lakini cha pili, Mungu anaweza akakumbuka ila bado asikupe. Kwa hiyo hatua ya pili ni mpaka umehojiana. Ukisikia kuna mahojiano, maana yake kuna pande mbili. Yaani lazima tuhojiane. Na mimi nikishinda kwa hoja zenye nguvu wewe upate. Na wewe ukishinda kwa hoja zenye nguvu ndio unapata. Ni haki yako lakini haupati mpaka umemkumbusha. Unamwambia Bwana, ulisema katika neno lako ya kwamba utamwacha mtakatifu wako aone uharibifu. Kwa mfano, so huu uharibifu kwenye ndoa yangu natokea wapi? Huu uharibifu kwenye afya yangu natokea wapi? Huu uharibifu kwenye uchumi wangu natokea wapi? Lazima umkumbushe. Na kumkumbusha haimaanishi kwamba Mungu ana tatizo la kusahau. Unapoenda kumkumbusha Mungu inamaanisha kwamba wewe unajua haki yako. Yaani hivi kuna wakati Mungu anatulia, anajikausha. Anajikausha. So anasubiria wewe muhusika uchukue hatua. Anaposema umkumbushe maana yake anataka wewe, yani wewe unapoenda mbele zake kumkumbusha ni kwamba wewe unaonyesha kwamba unatambua kuna kitu fulani aliwahi kusema kuhusu wewe. Kuna haki fulani ya kwako ambayo Mungu aliwahi kuiahidi au aliwahi kuiweka. Unikumbushe. Tunavyoomba ni tunamkumbusha Mungu. Alafu endelea pastor. Anasemaje? Na tuhojiane. Sema tuhojiane. Tuhojiane. Mwambie mtu mmoja tuhojiane. Tuhojiane. So kuna wakati ukienda kwenye maombi hauendi kumkumbusha tu Mungu, unaenda kuhojiana na Mungu. Na mahojiano hiki ni kikao. Na ili ushinde kwenye kikao na Mungu akupe hicho kitu unachotaka akupe, lazima uwe na hoja zenye nguvu.
Nisikilizeni watu wa Mungu. Kuna mambo ambayo mimi kabisa naweza nikawa najua hili jambo sio haki yangu hata kulipata. Sio haki yangu kulipata. Whether nikiangalia kwa mazingira au nikiangalia kwa umri au nikiangalia kwa, yani kuna wakati unaangalia tu mazingira au hali, unaona kabisa hili jambo sio haki yangu kulipata. Hili jambo Mungu hawezi kunipa. Ila naanzaga kujenga hoja zenye nguvu. Nasimama kwenye msingi wa rehema za Bwana. Kwa nini mimi sasa hivi Mungu eti anifungulie milango mfano ya Tanzania kwa mfano? Kwa nini? Wakati una wazee wa imani wameanza na Mungu, wengine tangu unasikia mtu anakupa ushuhuda aliokoka mwaka 70 na mpaka leo anahubiri injili. Kwa nini wewe usikilizwe na huyo mzee wa miaka 70 asisikilizwe? Unajenga hoja. Unajenga hoja. Unajenga hoja. So kwenye kujenga hoja kuna mtu anaweza akachukua haki yako ikawa ya kwake kwa sababu amejenga hoja. Sikiliza, ni kwenye kujenga hoja ndio unafanya hilo jambo liwe haki yako. Mungu anasema upate kupewa haki yako. Hiyo haki umeitetea kwa hoja. Kwa nini wewe uolewe? Na wakati tayari umri unakwambia uwezi kuolewa kwa umri. Kwa nini wewe uolewe? Au kwa nini uoe? Wakati ukiangalia historia tu ya kwako ilivyo na jinsi watu wanakufahamu kwa ubaya. Kwa nini iwe wewe? Lazima uhojiane na Mungu. So hapo ndo unakuwa umeenda kwenye mahakama. Ukienda mahakamani mtu wa Mungu, lazima kuna kitu pia ukijua nitakwambia baadaye. Unahojiana na Mungu. Hii ni kesi, mnakaa na Mungu, mnahojiana na Mungu. Kwa nini Mungu nisife mimi nikiwa kijana? Kwa nini nisife? Hii ndo alifanya kitabu cha Isaya 38, nenda Isaya 38 pale. Aliifanya Hezekia. Wakati ambao Mungu anamwambia wewe muda wako wa kufa umeshafika, anza kujipanga. So anza kujiandaa. Hezekia akageuka akasema hapana. Mungu nakugeukia. Akaanza kwenda na hoja. Isaya 38 mstari wa kwanza. Siku hizo Hezekia aliugua. Hezekia akaugua. Akawa katika hatari ya kufa. Sema hatari ya kufa. Hatari ya kufa. Hatari ya kufa maana yake hali ya ugonjwa ilikuwa mbaya. Kama ni ICU basi alikuwa ICU au ameshaenda karibu mara 2. Na imefikia mahali labda madaktari au matabibu wamwambia hii hali yako hii, aisee mtu wa Mungu, hii tunaona huku tunapoelekea, wewe ni siku tu zinahesabika, muda wote lolote linaweza kutokea. Ndio hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia Bwana asema hivi tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hautapona. Unajua kumwambia mfalme utakufa na hauna uhakika kama atakufa, kwa sababu asipokufa atakushughulikia. So lazima uwe na uhakika kwamba yuko kwenye hatari ya kufa na anaelekea kufa. Yaani hata Mungu akikutuma leo akakwambia nenda kumwambia mtu fulani atakufa, aisee jihakikishie pia kwamba inawezekana kuna namna ya kufa ipo. Haipo, shut up. Shut up. Isaya naye alikuwa ameshaona hatari ya kufa. Akamfuata huyu nabii, akamfuata huyu mfalme wa nchi. Mfalme atakuua wewe. Yaani unamaliza kutoa unabii, unatimiziwa kwanza wewe unabii uliopeleka. Unakatwa shingo. Antabiriaje mabaya mfalme? Wakati ule moja ya salamu ambayo watu walikuwa wanamsalimia mfalme ilikuwa inasema mfalme na aishi milele. Mfalme na uishi milele mfalme. Yaani ilikuwa ni salamu ya mfalme. Unaonyesha heshima kwa mfalme. Uishi milele mfalme. Alafu wewe unafika unamwambia eti Bwana ameniambia utakufa. Na sio tu utakufa, utakufa hakika. Yaani unaweka na uhakika. Hakikisha haya mambo una Mungu kweli kweli. Hii sio umebahatisha. Unasema ila anaishi ni Mungu. Hii sio ya kuishi. Shingo yako itaondoka. Basi Hezekia akajigeuza. Akaelekeza uso wake ukutani. Akamwomba Bwana. Akasema, sikiliza, anaanza kujenga hoja. Mungu amemwambia atakufa. Mazingira yanakuambia huwezi kufanikiwa. Background inakuambia hauwezi kutoboa. Msimu unakwambia huu msimu hauwezi kupata faida. Wewe achana na kuangalia msimu, mgeukie Bwana. Alafu anza kujenga hoja. Anasema akamgeukia Bwana akasema, Bwana, angalia hapo. Kumbuka haya. Anaanza kujenga hoja kwa kumkumbusha Mungu. Tulisema unaanzaje kule? Anasema njoo, unikumbushe. Na tuhojiane. Alafu tuhojiane sasa kwenye ulionikumbusha. Hezekia akaanza kumwambia Mungu, kumbuka haya. Na hapa anataka Mungu Hezekia anataka Mungu alete hukumu juu ya mauti ambayo tayari ameshaitamka.
So mauti ikomeshwe, Ezekieli aweze kuishi. Endelea. Kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Kwa kanuni hii ya kutembea kwenye ukamilifu, ulisema maisha, alisema waovu, miaka ya ovu itapunguzwa, bali miaka yao yenye haki itafanyaje? Itaongezwa. So kwa kanuni hii ya maisha ya haki na maisha yake ambayo nimeishi, kanuni nasema napaswa kuongezewa maisha. Kwa nini nife? Niongezee hayo maisha kwa sababu ya haki. Hata kama ni kweli umri wangu au kwa kalenda zako ulikuwa umefikia mwisho, niongezee kwa sababu ya haki. Anamkumbusha Mungu. Hezekia akalia sana. Sikiliza, hapo pia kwenye kumkumbusha Mungu kuna sadaka nyingi na vitu vingi Hezekia alikuwa amefanya. Moja hapo ya kitu ambacho watu wanasema ni huo ukuta. Huo ukuta aliogeukia ni kwamba ni ukuta ambao Hezekia aliujenga. Akawa anamkumbusha Mungu, naona sadaka zangu zimeishia hapa. Wakati mwingine hauna kitu cha kumkumbusha Mungu kama hamna kitu uliwahi kufanya kwa ajili ya Mungu, na Mungu hakukulipa. So kuna wakati unatoa sadaka, afu unaniambia pastor, mbona ile sadaka nimetoa lakini sioni kitu? Hiyo sadaka wewe iandike mahali, kuna siku ya kumkumbusha Mungu. Kuna siku ya kumkumbusha Mungu. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema. Subiri kwanza. Kuna siku ya kumkumbusha Mungu. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10. Wewe bakia hapa. Matendo ya Mitume sura ya 10, mstari wa kwanza na wa pili. Anasema palikuwa na mtu mmoja akida wa kikosi cha Kilikaonia. Huyu akida alikuwa anaitwa Kornelio. Kikosi cha Kiitalia sio Kilikonia, sio Kilikaonia. Alikuwa anaitwa Kornelio. So anasema Kornelio, malaika wa Mungu akamtokea akamwambia, Bwana amezikumbuka sadaka zako na maombi yako. Kuna wakati unafikia hali fulani au mazingira fulani, mkumbushe Mungu sadaka ulizotoa. Kumbushe Mungu zaka ulizotoa. Sio vibaya kumkumbusha Mungu, lakini unamkumbusha Mungu kwa sababu ya kanuni yake. Kuna kanuni gani aliifungamanisha na hiyo sadaka? Kuna kanuni gani? Kama ni kwenye zaka, kuna kanuni alishasema. Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Alisema atakufungulia madirisha ya mbinguni. Alisema atazuia matunda yako yasipukutishwe kabla ya wakati. Alisema atamkemea alaye. So unapoona alaye amekuvamia, kumbushe Mungu zile sadaka. Kwa sababu mwingine anasema hizi sadaka zetu hazina kitu mbele za Mungu. Sadaka iliyo na mbele za Mungu ni Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo peke yake. Mungu amwambie tena, anamwambia Kornelio, nimekumbuka na sadaka zako ziko nyingi. Kuna siku ulitoa 20,000, kuna siku ulitoa 5,000, kuna siku ulitoa 2,000. Ndio maana pia we fanya ukarimu kwa kadri unavyoweza. Fanya ukarimu kwa kadri unavyoweza. Toa sadaka kwa kadri unavyoweza. Omba kwa kadri unavyoweza. Kuna siku hayo maombi yatakubeba. Mungu anamwambia nimekumbuka. Ezekieli akalia sana kwenye kumkumbusha. Akalia sana akiwa anamkumbusha. Angalia mstari wa 4. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambie Hezekia. Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. So kuna wakati Mungu anaangalia vyote, anaangalia hoja zako na machozi yako, jinsi ulivyolia. Yesu katika siku hizo za mwili wake akamtolea Mungu dua, sala, maombi na machozi pamoja na kulia sana. So kuna wakati unalia kabisa kwenye kumsihi Mungu kwa habari hilo jambo. Akasema nimeyaona na machozi yako. Alafu tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka mingapi? 15. Alafu angalia mstari wa 6 anasemaje? Nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu. Yaani sio tu maombi yalimsaidia yeye, aliuokoa hadi mji wake na mkono wa adui. Alafu anasema Mungu pia kwa maombi haya aliamua kuweka ulinzi juu ya mji wake na juu ya Hezekia. Alafu kiendelea mstari wa 7 na mstari unaendelea, anazungumza kwamba Mungu akampa ishara. Sasa bahati mbaya ni kwamba Hezekia baada ya kupata hiyo ofa ya kuishi, miaka ile aliongezewa ndo alifanya vibaya kuliko miaka ile ya kwanza. Japo hiyo sio sababu kwamba eti ukimwomba Mungu akuongezee maisha utamaliza vibaya. Hiyo sio mantiki yangu. Mantiki yangu ni kwamba ukiojiana na Mungu, hata kama hilo jambo Mungu alikuwa ameshalifikiria maamuzi, ukiojiana na Mungu, hata kama hilo jambo Mungu alikuwa ameshatoa neno. Kwa sababu kumbuka neno la Mungu, Biblia inasema the word of God is settled. Neno la Mungu lipo imara kule mbinguni. Maana yake tafsiri nyingine kwamba Mungu akishasema inakuwa. So inahitaji yani hata ambacho Mungu alishakisema, hata ambacho Mungu ameshakisema juu yako kinaweza kubadilika.
kama ukiweza kujenga hoja zenye nguvu mbele za Bwana, ukaweza kulia vizuri mbele za Bwana. Mimi naamini hata kama Mungu amekulaani, ukikaa vizuri na Mungu, ukalia vizuri na Mungu, ukatengeneza hoja zenye nguvu za Mungu, usiwe tu kama Kaini mwenye kiburi. Kaini alikuwa na kiburi, anamwambia Mungu, anamwambia wewe nimekutia alama, wewe umelaaniwa katika nchi. Kaini hata asemi Mungu nisamee nimekosea, anasema tu adhabu hii ni kubwa, haichukuliki. Maana yake amekubali kupokea adhabu. Ule ilikuwa ni muda wa kuomba rehema, aliye na Bwana aombe rehema. Yeye alikuwa anawaza uwezo wa kuichukua adhabu, yani aliona ingekuwa adhabu ndogo ndogo hata asingestuka, angemwambia Mungu na kingine ulikuwa unataka kusema. Lakini alipoona adhabu ni kubwa, ikabidi ajitetee kwenye swala la adhabu. Biblia inasema kitabu cha Yoeli sura ya 2, hebu tuende tena pale. Yoeli sura ya 2 mstari wa 13 na mstari wa 14. Yoeli sura ya 2 mstari wa 13 na ule mstari wa 14. Anasema, rarueni mioyo yenu. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu. Okay, tuanze mstari wa 12. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi. Yani hata kama Mungu alishaamua kesi yako, kuna opportunity bado ya kumrudia tena. Mtu wa Mungu, kama hujafa, kuna fursa bado ya kumrudia Mungu tena, na mkaamua tena kuhusiana na hilo jambo ambalo lilikuwa limeonekana haliwezekani. Kama hujafa, kuna fursa ya kumrudia Mungu tena. Anasema Mungu ni Mungu walio hai. Maana yake kama uko hai bado anaweza kawa Mungu wako tena. Mrudie tena, mzungumze kwa habari hilo jambo. Anasema nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. So wakati unaenda kupeleka hoja zako zenye nguvu, hakikisha unaenda na moyo wako wote. Yaani hilo jambo hakikisha limeubeba moyo wako. Kama hilo jambo hautalipeleka kwa moyo wako wote, haliwezi kugusa moyo wa Mungu. Halijagusa moyo wako, hayo maombi unayoomba hayajagusa moyo wako, haiwezi yakagusa moyo wa Mungu. Alafu kingine anasemaje? Na kwa kufunga. So kuna kesi nyingine hata Mungu ili akusikilize vizuri, mtu wa Mungu lazima uiambatanishe hiyo kesi na mfungo. Maombi ya kufunga. Alafu angalia, na kwa kulia. Kuna wakati kulia sio hisia tu. Kulia kwenye ulimwengu wa roho ni kitu cha kiroho. Mimi nilisoma mahali fulani, Mungu anasema kwenye kitabu cha Zaburi, anasema hadi machozi ya watu yanakusanywa kwenye chupa ya Mungu. Machozi ya watu, machozi unakuwa unalia wakati wa ibada, wakati wa maombi, wakati unaomba mahali pasiri. Mungu anasema yale machozi yanakusanywa. They are not wasted. Baki hapo kwenye Yoeli. Nimuonyeshe mtu mmoja aliyeko hapa, ili andiko ya kwamba Mungu anakusanya hadi machozi. Machozi unayolia wewe kwenye chumba chako cha siri, Mungu anayakusanya. Shagadaya. Zaburi 50 na shagadaya manda ya gabarata. Zaburi 56 ule mstari wa 8. Zaburi 56 ule mstari wa 8. Anasema hivi, umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, ayamo katika kitabu chako? Yaani hadi Mungu anaandika machozi. Alilia kiasi fulani, alimwaga machozi siku ile kiasi fulani. Imagine yameandikwa. Daudi anasema eti machozi yake yameandikwa katika kitabu chake. Leo unakuta mtu anaomba jambo, yaani kuonyesha kulia. Wakati mwingine watu wa Mungu ni ishara kwamba hilo jambo limekugusa kwa kiwango cha juu. Kulia mbele za uwepo wa Bwana ni ishara kwamba hilo jambo limekugusa kwa kiwango cha juu. Yesu alilia, wewe ni nani? Yesu ambaye akiwa ni Mungu ndani ya mwili alilia, wewe ni nani? Leo hata tukianza kuomba, ukiona mtu analia kanisani ni maajabu. Na sisi kama watu wa media kamera inabidi tumnase haraka haraka, kwa sababu imekuwa ni maajabu. Ni matukio very rare. Matukio ambayo hayapo. Na wengine ukionekana unalia, watu wanasema inawezekana kuna jambo anapitia. Whether ni mahusiano yake yamevunjika, au cha pili labda inawezekana yameshampata tayari huko kwenye mahusiano, yameshampata tayari. Au inawezekana, yani wengine leo wakiona unalia kwenye maombi, wanahisi umeshaanguka dhambini tayari. So huo muda huko unatubu. Huo muda huko unatubu, unatengeneza na Bwana kwa machozi.
Daudi anasema uyatie machozi yangu katika chupa yako. Mungu ana chupa yake. Hata maombi yetu ambayo tunayaomba watu wa Mungu, anasema kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 5 ule mstari wa 8, anasema wale wazee wanaanguka mbele za Bwana wakiwa wamebeba, anasema wamebeba kuna vitu vitasa pale, wametumia neno vitasa. Anasema vitasa vya dhahabu, ambavyo ndani ya hivyo vitasa kuna maombi ya watakatifu ambayo yamekuwa kama manukato. Machozi ya ibada tunataka yarudi tena. Amen. Saizi ukiona mtu analia, yani ni muujiza. Kanisani ni muujiza. Inabidi tutoe na ushuhuda kwamba leo, yani mtu hata akiona hivyo, hata akiona kwa mtu mmoja sasa, leo ibada roho wa Bwana alitembea sana. Kwa sababu ni watu wawili walikuwa wanalia tu kwenye ile ibada. Yeremia sura ya 10 na ngapi pale? Anasema, nadhani sura ya 17. Anasema waiteni wanawake waombolezao. Alafu anasema waanze kuomboleza haraka haraka ili macho yetu yachuruzike machozi. Sasa turudi hapa. Turudi pale kwenye Yoeli sura ya 2. Yoeli sura ya 2 mstari wa 12. Anasema mnirudie kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Yaani unaomboleza kwa ajili ya hilo jambo. Nisikilize. Kwa mfano eti unakuta kwa mfano labda kwa sababu ya maisha ya dhambi ukapataga ugonjwa fulani, ugonjwa wa zinaa, whether HIV au ukapata ugonjwa mwingine ambao unaona madaktari wamesema ili jambo halina suluhu. Nisikilize kwa makini. Mimi naamini ukiweza kugeuka mbele za Bwana vizuri, kesi yako wewe ni kama kesi ya ugonjwa wa Hezekia ambao ulikuwa unampeleka kwenye hatari ya kufa. Maana yake hauna majibu duniani na mbingu zimeshathibitisha kwamba huyu jamaa anatakiwa kufa. Ninaamini ukimgeukia Bwana vizuri kwa moyo wako kwanza nini? Wote. Alafu cha pili, sio tu kwa moyo wako wote. Cha pili, kwa kufunga. Cha tatu, kwa kulia na kwa kuomboleza. Mungu atageuka akusikilize. Ezekiel alilia sana 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 sana. Maana yake tuitumie hiyo kanuni. Kama alilia sana sana, akaondolewa kwenye hatari ya kufa, akapewa niongeza ya miaka kadhaa. So HIV inaweza kumwachia mtu. Yaani yahitaji kuwekewa mkono. Kuna mambo hata ungewekewa mkono na nani yanaweza asikutoke. Ni hata Isaya angeenda kumwekea mkono Ezekia, amwambia ufi. Nimesikia sauti inasema utakufa. Na katawe au utakufa. Hezekia hiyo safari ambayo alienda akasema imeandikwa si nitakufa bali nitaishi. Hakwenda na si nitakufa bali nitaishi. Alienda na kutengeneza posture ya kumshawishi Mungu na kumfanya Mungu amwangalie tena na amuongezee miaka. Nini ambacho watu wamesema huwezi kupona? Unaweza ukapona. Ukilia, ukaomba vizuri. Na hapa niweke kitu fulani kakukazia. Sio tu kulia ndio kunafanya unajibiwa maombi. Lazima maombi yako yajenge kwenye usingi wa ucha Mungu. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Anasema Yesu katika siku hizo za mwili wake. Hii ni nyingine tena nimeipata. Unataka Mungu akuponye na HIV? Kuna HIV au uponi mtu wa Mungu akuwekea tu mikono. Utakuja nitakubandikia, utaenda na kule utabandikiwa, utaenda na kule utabandikiwa, au kuna ugonjwa fulani au kuachi. Anakuambia eti hii ni kansa, imeanza kukutafuna. Na wewe unaona jinsi ilivyo na kasi. Unasikia leo jinsi ambavyo kizazi hiki kansa imekuwa kama homa. Ukiongea kansa ni kama unaongea homa. Kuna kansa mpaka za ovyo, kansa sijui ya kope, kansa sijui ya shanga vitu gani hivi kweli hivi. Mbona kizazi kimevamiwa hivi? Waebrania sura ya 5 mstari wa 7, angalia anasemaje? Yeye siku hizo za mwili wake. Siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa. Kumwokoa na nini? Na kumtoa katika mauti. Mauti gani hiyo? Sio tu kumwokoa na kumtoa. Maana yake hata kama umeshaingia kwenye mauti inaitwa HIV. Mauti inaitwa kansa. Mauti inaitwa ugonjwa wowote. Sukari, nataka kumaliza. Mauti si inaitwa nini? Pressure. Chochote ambacho amekwambia utakula dawa mpaka siku unakufa. Hiyo ni mauti. Kwa sababu unaendelea kufa mdogo mdogo. Chochote ambacho unaona umeshakosa uhakika wa kupona, hiyo ni mauti. Na hata ambacho wakati mwingine inaonekana kuna uhakika wa kupona, usikiletee mchezo, kichukulie kwa uzito. Biblia inasema Yesu katika siku za mwili wake, ambapo katika siku za mwisho alimtolea yule awezaye kwanza alisemaje hapo? Awezaye kumwokoa. Kumwokoa maana yake kuzuia mauti isimpate. Na kumtoa. Kumtoa maana yake ni mauti imeshampata tayari. So Yesu alimwamini Mungu ya kwamba Mungu anaweza kuzuia mauti isinipate. Ndio maana watu wanamkamata wakamsukume akaanguka huko, bila sema anapita katikati yao anaondoka. Nini kilikuwa kinamsaidia Yesu vile? Alishautoa mwili wake kwa Bwana.
Uwezi ukautoa mwili wako kwa Mungu vizuri na kansa ikauchukua mwili wako. Haiwezekani. Utoe mwili wako vizuri kwa Bwana. Wanakuambia eti sijui ni una homa ya ini. So utaishi kwa mashindano na kwa madawa tu. Homa ya ini kwa Mungu ni kitu gani? Milima inayuka mbele zake, homa tu, homa tu. Homa tu. Ila kuna namna hatujajua kumsisitiza. Hatujajua kumtafuta Mungu kwa namna nyingine. Kuna maombi yanaitwa dua. Unaomba kwa msisitizo. Hii ni kama ile Ana alikuwa anaomba hekaluni, sio kitu cha kumwambia Mungu leo unaondoka. Ni kwamba unaendelea na kuendelea na unalia na inaambatana na machozi. Na Mungu atakusikia. Mfano mwingine unakuta unasumbuliwa na utasa. Ushaombewa na watumishi kibao. Umezaenda baka kwa waganga, hiyo ngoma imedunda. Halafu unaona umri sasa hivi unakata labda imefika hata 56. Kwa mfano, 56. Na kanuni za sayansi inasema huwezi kupata mtoto hapa. Insist. Kaa na Roho Mtakatifu vizuri. Mwambie Mungu ili jambo halijashindikana kwako. Jenga hoja zenye nguvu vizuri. Na nitakupa siri ya namna ya kupangilia maombi yako kama unataka kumsisitiza Mungu kwenye baadhi ya mambo. Ili Mungu aweze kukusaidia. Haya ndio maombi aliomba Ibrahim. Mungu 50 hawapo. Mungu anamwambia hawapo. Ibrahim anaongeza 45 hawapo. Mungu anamwambia hawapo. 40 hawapo. Mungu anamwambia hawapo. Anaona pale alipunguza 5 hapa, acha apunguze 10. Basi 30 hawapo. Basi 20 hawapo. Basi 10 hawapo. Unapokatia tamaa hapo ndio kifo chako kinaishia hapo. Ibrahim angeendelea mpaka 2. Angewapata hata wale mabinti wawili wa Lutu. Angeenda mpaka 3, angempata Lutu na mabinti zake. So don't give up. Usikatie tamaa hali yako. Mwanamke mmoja madaktari wamwambia haiwezekani, yeye alikomaa. Anapenyeza aguse pindo la Yesu. Na alikuwa na imani kuna wakati atafanikiwa kugusa. Unajua mwanamke alimzidi Zakayo. Zakayo alifika akaona maelfu yamekusanyika kwa Yesu. Akaona hapa ni kutafuta mti fulani mmoja nipande. Anatafuta mti wa kupanda. Mwanamke alipenya. Na mpaka Yesu auliza kina Petro nani amenigusa? Maana yake Yesu alikuwa ameshaweka ulinzi kuhakikisha kwamba hakuna mtu anaweza kumgusa. So soma vizuri Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Anaweza kwanza kumuokoa. Maana yake kuzuia mauti simpate. Lakini cha pili anaweza kumtoa. So hata ukiingia kwenye mauti unaweza ukachomoka. Hiyo mauti ni kitu gani? Niambie wewe ni mauti. Nini ambacho umekiona kwako ni mauti? Niambie. Nini ambacho kimekuweka kwenye hatari ya mauti? Niambie. Ni madeni. Madeni ambayo inawezekana ulikopa kweli kabisa kwa kujua na sasa hivi imeshageuka ni mtego wako wa mauti. Umefika mahali unaishi kama digidigi. Mtaa huu unakaa wiki moja unahama. Unahamia mtaa mwingine ili anayekudai asije akakufuatilia. Mungu anaweza iwapo wewe utajitoa. Wewe ukautoa vizuri mwili wako kwa Mungu na mauti ikauchukua. Inauchukuaje sasa? Na kuna wengine unaweza kaenda ukapima usione HIV imefutika pale. Lakini unashangaa ulivyo na afya. Unavyoishi bila stress. Ila mimi nataka iondoke. Nataka ifike stage imeondoka. Yaani tunathibitisha kwa vipimo ya kwamba huyu amepima imeondoka na imewachia mwili wake. Soma hapo pasa anasema alimtolea nini? Akamtolea maombi. Maana yake maombi kuna mahali yanageuka kuwa matoleo. So in fact unapoanza kuomba kwa bidii maombi yako yanageuka kuwa matoleo. Unapoanza kuomba kwa mwendelezo maombi yako yanageuka kuwa matoleo. Akamtolea maombi. Hii kumtolea, kila utoaji una gharama. So ni maombi ambayo alikuwa yanamgharimu lakini bado anamtolea. Kadri unazidi kumtolea Mungu maombi. Kuna maeneo Mungu anaanza kukutoa haraka. Unazidi kumtolea Mungu mwili wako bila sema katika siku hizo za mwili wake, maana yake alikuwa katika siku alizokuwa hai. Unazidi kumtolea Mungu mwili wako, kuna maeneo Mungu anautoa mwili wako. Unazidi kumtolea Mungu mwili wako kwa njia ya maombi, kuna maeneo Mungu anautoa mwili wako kwenye mauti na hatari za magonjwa. Kipengele cha kwanza ni maombi. Ndio. Cha pili anasemaje? Na dua. Dua maana yake ni unaenda extra mile. Dua ndio hiyo unajenga hoja zenye nguvu. Ni kama unaanza na Mungu, unaanza ku reason. Mungu, kwa nini nisife? Mungu, kwa nini ugonjwa uniachie? Nilikuwa nasikia ushuhuda mmoja wa
baba mmoja yuko pale kanisa la mtumishi wa Mungu Askofu Zakaria Kakobe. Huyu baba wakati alienda pale, wakati huo ni kipindi ambacho Askofu Zakaria Kakobe shuhuda za watu kuponya HIV zilikuwa nyingi. Lakini huyu baba alienda pale kwa sababu ya maisha ya dhambi. Yeye alipata HIV, mke wake alipata HIV na watoto wake walipata HIV. So ni familia nzima. Akaenda pale, maombezi yamedunda. Akaanza jambo moja. Alikuwa anakuja usiku kanisani. Lile kanisa sijui kama kuna watu wamekuingia kwenye lile kanisa, lakini ni pana kidogo. So usiku anakuja kanisani kukesha. Anaanzia upande huu, analala, anaanza kubirimika. Ni kulia tu. Anabirimika kanisani, anabiringika hivyo. Anaenda, akifika mwisho tena anarudi tena. Alikuwa kanisani na watu wanamsikia kwa sababu tayari yani na haogopi kusema kile ambacho alikuwa anataka Mungu amsaidie. Analia, Yesu usinitupe. Yesu, katikati ya haya kumbuka rehema. Ni kweli kabisa mimi ni mwenye dhambi, ila kumbuka wewe ni Mungu mwenye rehema. Na kwako siko rehema, ili wewe uendelee kukimbiliwa na usiogopwe. Unamkumbusha Mungu ya kwamba yeye ni Mungu mwenye huruma. Ni kweli kabisa wewe ni hakimu wa haki na unapaswa kunihukumu kwa haki, lakini kumbuka wewe ni Mungu mwenye huruma. Mathayo 14:14 Yesu akawahurumia, baada ya kuwahurumia akawaponya. So huruma za Mungu zinaamshaga nguvu ya Mungu ya kuzuia maangamizo. Maombolezo 3:21, 22, 23 anasema ni huruma za Bwana atuangamii. Kumbusha huruma zake. Kumbusha rehema zake. So anasema kwa nini? Ni huruma za Bwana atuangamii kwa kuwa rehema zake ziko. Mkumbusha kwamba yeye ni Mungu mwenye rehema. Ni kweli wewe umekosea, tayari umeshakosea. Daudi anaambiwa tayari umeshakosea. Sasa je, turuhusu upigwe vita na adui zako miaka 3? Au turuhusu miezi 3 ya njaa? Au turuhusu siku 3 za tauni kupita? Daudi anasema hamna. Katika yote niko tayari kuangukia kwenye mikono ya Bwana. Kwa sababu yeye ni Mungu mwenye rehema. I know he is a merciful God. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Ninajua bila nguvu zako siwezi kwenda. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Baraka zako ziwe na mimi. Rehema zako ziwe na mimi. Huruma zako ziwe na mimi. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Kwa mkono wako kweli umenibariki. Taka rehema za Bwana. Yeye ni Mungu mwenye rehema. So pale anasema Yesu alijitoa, cha kwanza alijitoa kwa njia gani? Kwa maombi. Cha pili kwa dua. Dua ni maombi ambayo ni maombi ya kung'ang'ania. Dua ni maombi ya kung'ang'ania. Ni maombi ya kung'ang'ania bila kuachia. Ni maombi ya kumsihi Mungu. Ukisikia dua ni maombi ya kumsihi Mungu. Na mpaka mtu afikie kiwango cha kwenda kwenye dua, maana yake ni njia ya kawaida ya kuomba au yale maombi ya kawaida hayajaleta matokeo. Na bado ndani yake anakuwa na shauku ya matokeo. So hii ndio ile Hana anaifanya. Anamsimu, anaambia ukinipa mtoto nitakupa nabii. So dua ni maombi yaliyojengwa juu ya hoja chenye nguvu. Ya kwamba Bwana usiniache nikafa ili niasimulie matendo yako. Hilo usifikiri alikuwa anasema tu. Alikuwa ni maombi yale yalikuwa ya Daudi. Kwa sababu kuna town ilikuwa inaipiga nchi. Akasema Baba usiniache nikafa. Nataka kuyashuhudia bado matendo yako. Ndio inakuwa si nitakufa bali nitaishi. Ili nini uishi? Ili nini uishi? Uyasimulie matendo makuu ya Bwana. Najenga maombi yako kwenye hoja zenye nguvu.
Malizia hilo andiko pastor. Alimtolea maombi na dua. Pamoja na kulia sana. Pamoja na nini watu wa Mungu? Kulia sana. Yesu analia, we haulii. Kuna wakati machozi tu yatakutoka. Mimi niwaambie ukweli, kuna wakati nakaa chumbani. Yaani kuna wakati nakaa chumbani. Hasa wakati ambao nakuwa na meditate ukuu wa Mungu. Naona jinsi ambavyo Mungu amenitendea ile siku ya harusi asubuhi ile siku. Baada ya kumaliza kuomba na mke, ile siku ambayo tulikuwa tunakuja kanisani, nilikuwa nimempigia simu. Baada ya kumaliza kuomba naye kwa simu, alipokata akaanza kwenda masuala ya saluni kama saa 11 kamili. Alikata simu akaenda masuala ya saluni. Mimi kuanzia pale nilianza kulia mpaka saa 12. Machozi tu yanatoka nikiwa nimekaa kitandani, machozi tu yanatoka. Na angalia jinsi ambavyo Mungu amenisaidia kwenye hilo jambo. Na uangalie wewe, kuna wakati lazima utalia tu. Ni ishara ya kuvunjika na kupondeka ndani. Kulia sio kwamba wewe ni rojo. Kulia sio kwamba wewe ni mdhaifu. Kulia ni ishara ya kwamba ndani umevunjika na kupondeka to the maximum. So anasema na kwa kulia sana. Alafu na kwa nini pastor? Na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa. Sio tu kulia, alikuwa apigi tu kelele, analia na machozi yanatoka. Yesu alikuwa mwepesi wa kulia kiasi kwamba siku moja anaenda kwenye msiba wa Lazaro, rafiki yake Lazaro alikuwa anampenda. Afika pale anaona jinsi watu walivyolia, bila sema akaguswa. Mpaka naye machozi akaanza kufanyaje? Akalia machozi. Na bila sema tunatakiwa tumfuate Yesu. Anasema Paulo anasema tumfuate kama tunavyomfuata Kristo. Yesu anasema yeye ndio mwanzilishi na mtimilizaji wa imani yetu. Tumtazame yeye. Tukimtazama Kristo, yeye alikuwa analia. Yeye alikuwa anautoa mwili wake kwa kusisitiza. Yesu alikuwa Mungu, lakini bado ilimbidi kuomba hivyo. We nani Makonde mwenzangu? Mnyakyusa na Msukuma mwenzangu? Unataka tu wepesi, unataka kwenda ize. Kuna wakati lazima uweke sahani ya chakula pembeni ufunge. Kuna wakati lazima ushuke kitandani ulale chini kabisa. Uanze kulia na Bwana. Daudi mahali fulani anasema mpaka nimekonda, mifupa yangu imekonda kwa sababu ya kulia. Kwa sababu ya kulia mpaka mifupa. Sio nikuonyeshe kwenye Zaburi. Kwa sababu ya kulia mpaka eti mifupa imekonda. Mifupa. Unakondaje mifupa watu wa Mungu? Nisomee kwanza Zaburi ya 42 mstari wa 2. Zaburi ya 42 mstari wa 2. Tena ukianza mstari wa kwanza ndo alikuwa anasema ana shauku na kiu na Mungu. Mstari wa 2 anasema hivi. Zaburi ya 42 mstari wa 2. Anasema nafsi yangu inamwonea Mungu lini nitakapokuja. Mstari wa 3 in fact. Mstari wa 3 anasema machozi yangu yamekuwa nini? Chakula changu. Maana yake Daudi alikuwa analia mpaka mtu anasema machozi yamekuwa chakula chake. Maana yake ni kwamba siku asipolia hajapata diet vizuri. Machozi yamekuwa chakula chake, kila siku analia. Kwa tafsiri nyingine kwamba analiaga machozi ya kumtosha, ambaye akiangalia hata kama ni maji ningekuwa nakunywa, ningekunywa nikashiba. Chozi yamekuwa chakula changu mchana na usiku. Sio tu analia usiku, mchana na usiku. Kwa nini alikuwa analia? Kuna maneno alikuwa amenilia kinyume chake. Anasema pindi watu walipoanza kumwambia mchana kutwa, yuko wapi Mungu wako? Unavyoanza kuona kuna maeneo shetani anainua dharau kwenye maisha yako. Huo ni muda wa kuanza kulia na kuomba na kufunga na kukaa mbele za Mungu kwa muda mrefu. Angalia mstari unaofuata. Angalia mstari wa 4. Anasema na yakumbuka hayo nikiweka wazi nafsi yangu, jinsi nilivyokuwa nikienda na mkutano na kuongoza nyumbani mwa Mungu kwa sauti ya furaha na kusifu na mkutano. Mstari wa 5. Nafsi yangu, kwa nini kuinama? So mahali unapoona adui anakuinulia dharau au amekuinamisha, huo ni muda wa kumlilia Bwana. Anasema na kufadhaika ndani yangu, umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Nataka tu ize. Mtu mwingine anakuja unaona kesi yake ni ngumu. Mimi kuna mtu anakuja unaona kabisa hii kesi yake ni ngumu. Na namna hii haitoki bila kufunga na kuomba. Unamwambia mhusika akafunge na kuomba, anaondoka moja kwa moja. Anasema upasta ana nguvu za Mungu. Wewe unataka ize tu. Kuna vitu utakuja Mungu atakupa maelekezo kama Hezekia. Kwamba hii ngoma inakuhitaji wewe. Hii ni ile Esther anaambiwa jambo hili nakutaka wewe. Sisi Wayahudi tukiomba Mungu afanye kitu hapa,
Kazi inakuhitaji wewe. Jambo hili linakuhitaji wewe. Wengine wakiomba wanaomba tu ili utiwe moyo kwamba kuna watu wananijali. Nakuta mtu ana mtoto wa kwanza, mtoto tangu alipata mtoto ni miaka 7 iliyopita, ni miaka 10 iliyopita. Halafu yeye alichoona ni kuhama kanisa hili kwa maombezi, kanisa hili kwa huyo Mungu unayemtafuta kwa kuhama, unaweza kumtafuta kwenye chumba chako cha siri. Na siku hizi utaibiwa na hela, utatapeliwa, utanyweshwa mpaka mauchafu. Utakuja upewe mkojo wa punda unaambiwa ni maji ya upako. Nyweshwa mpaka mavitu machafu kwa sababu unatangatanga. Mtafute Bwana. Funga. Omba. Sasa naomba nirudi hapa. Kumwendea Mungu kama hakimu, lazima uwe na huo uwezo wa kuinsist. Insist on me, Holy Ghost, insist on me. Ufunuo sura ya, nataka ujue Mungu ni hakimu. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11 inamzungumza Yesu au Mungu kama hakimu. Namba 1 nimesema kwenye ile habari utaona yule mama anamwendea hakimu dhalimu na anaenda kwa ajili ya kutaka haki yake. Ila hakupewa kwa sababu ni haki yake. Alipewa kwa sababu aliendelea kufanya kwa mwendelezo. Aliendelea kudai kwa mwendelezo. So mimi naamini ukiendelea kudai kwa mwendelezo, hiyo hali lazima ikuachie. Ukiendelea kudai kwa mwendelezo, hilo ambalo ulikuwa unaamini haliwezekani, linawezekana. Dai kwa mwendelezo. Weka consistency. Hilo jambo liamlia hata kila siku usiku utakuwa unaliamkia. Una masaa mawili kila siku ya kulia mbele za Bwana kwa ajili ya hilo jambo. Unalia tu. Na Yesu atakutokea, unalia tu. Batimayo anaita mara ya kwanza, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu ageuki. Mara ya pili Yesu aseme chochote. Bado hajaacha. Kuna wakati Mungu akupi kwa sababu umeomba, anakupa kwa sababu hujaacha. Haujaacha kuomba. Haujaacha kuomba. Na hapa bila namfanisha Mungu na huyu hakimu. Japo sasa Mungu sio hakimu dhalimu. Huyu hakimu dhalimu ni shetani. Kuna jambo hata shetani ukimsumbua vya kutosha anakuachia. Ukamsumbua vya kutosha, kila siku usiku unainua maombi ya vita juu yake. Kila siku usiku maombi ya vita juu yake. Kuna wakati unafika anasema wewe kwenye hii familia nitabakia na wao wengine, ila wewe nimekuchoka. Wewe nimekushinda, nenda. Farao kuna wakati aligongwa vizuri, alikuwa na moyo mgumu, akagongwa vizuri. Baadaye akasema ngoja niruhusu tu hata watu wazima waende, kwa sababu mmoja wapo watu walikuwa wanamsumbua ni Musa ambaye ni mtu mzima. So alitaka waruhusu watu wazima kwa sababu anaona vijana akili zao bado hazijaamka. Niruhusu watu wazima waende, niacheni vijana wenu hapa na watoto. Musa akasema hamna. Hii itaendelea kukugonga vile vile mpaka umetuachia wote. So ukiendelea kugonga vizuri, familia yenu inaachiliwa wote. Ndugu zako wanaachiliwa wote. Ukoo wako wanaachiliwa wote. Shetani anaachilia vya kwako vyote. Kwa hiyo nataka ujue jambo la kwanza. Jambo hili tunaposema hakimu ni nani sasa hapa? Hakimu ni Mungu. Hakimu ni Mungu. Na ili kama Mungu atakuwa hakimu, kuna mwingine anapaswa kuwa, ukienda mahakamani kunakuwa kuna hakimu, kunakuwa kuna mshtaki, kunakuwa kuna mshtakiwa na kunakuwa na mawakili. Ni kweli sio kweli? Ni kweli. Na kunakuwa pia na mashahidi. Si ndio? Kwa hiyo tupangilie mpangilio wa mahakamani, kwa sababu unataka kumwendea Mungu kama hakimu, lazima uelewe ule mpangilio wa mahakamani na jinsi ambavyo watu wanashinda na kufanya kesi zao mahakamani. So mahakamani aliyeko juu ambaye ni mfanya maamuzi, na nikisema mfanya maamuzi, hakimu ni mfanya maamuzi. So anaweza akasema wewe umeshinda, kwa hiyo hii kesi ilikuwa inaendelea kinyume chako, tumeifuta kuanzia leo, na inakuwa imefutwa kuanzia hapo. Lakini cha pili, kule mahakamani tunakuwa na mtu ambaye ni mshtaki. Huyo pia ni mtu mwenye nguvu, mshtaki, kwa sababu ndio aliyekupeleka kwenye mahakama. So hauhitaji kumpuuzia mshtaki wako. Cha tatu, kunakuwa na mtu anaitwa mshtakiwa. So yawezekana wakati mwingine wewe ukawa upande wa mshtaki au ukawa upande wa mshtakiwa. Inawezekana kuna wakati unakuwa upande wa mshtaki, unaenda kumshtaki shetani kwa Bwana. Ndio ile malaika anamwambia, malaika kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 6 mpaka mstari wa 8 pale. Malaika anamwambia shetani wakati akiwa anautaka mwili wa Musa. Malaika anamwambia Bwana na akukemee. Maana yake kuna wakati unakuwa upande wa mshtaki, unamshtaki shetani. Bwana na akukemee.
Lakini kuna wakati unakuwa upande wa mshtakiwa. Shetani wakati huo anakuwa alishawahi mbele za Bwana, amepeleka kesi fulani mbele za Mungu kinyume chako, so unaingia kwenye ile mahakama kama mtu ambaye ni mshtakiwa. Yuda sura ya kwanza umepata? Yes. Mstari wa ngapi? Mstari wa 9 pale. Wa 9. Anasemaje? Lakini Mikaeli malaika mkuu. Anzia mstari wa 8. Okay. Kadhalika na Hawa katika kuota kwao hutia mwili uchafu. Nafikiri sio mstari wa ngapi pale? Alikuwa anasema kwanza Mikaeli na Shetani walikuwa wanaushindania mwili wa Musa. So, ndio mstari wa 9. Soma mstari wa 9. Anasemaje? Lakini Mikaeli malaika mkuu. Mikaeli malaika mkuu. Aliposhindana na Ibilisi. Na kuhojiana naye. Na kufanyeje? Kuhojiana naye. Walikuwa wanaongea kwa habari ya mwili wa nani? Wa Musa. Kwa ajili ya mwili wa Musa. Hakuthubutu kumshtaki kwa kumlaumu. Bali alisemaje? Bwana na akukemee. So kuna wakati usimpeleke Shetani mbele za Mungu kama unamlaumu Shetani. Kwa sababu hii mahakamani haushindi kwa sababu unalaumu. Unashinda kwa sababu unajenga hoja. Kilichomfanya Adamu na Hawa wakapoteza haki yao ni kwa sababu walikuwa wanalaumu. Adamu anauliza imekuaje? Anasema ni huyu mke uliyenipa. Mwanamke anauliza imekuaje? Anasema ni huyo Shetani amenidanganya. Kumlaumu Shetani haikusaidii. Kwamba unalalamikia, unajua kila hata ukikaa unaelezea watu historia yako, unajua mimi bwana kwenye familia yetu ni watu wachawi sana. So ndo wameniloga nimekwamia hapa. Unajua mimi kwenye familia yetu mama yangu ni mchawi, babu yangu sijui ni mchawi. Tena babu yangu ndo mchawi wa mtaa. Yeye ndo anayewapa wengine uchawi. Ndo ana train. Hapo ni sana unamlaumu Shetani. Hiyo haifanyagi kitu. Shetani anahitaji kumpeleka kesi yako mbele za Bwana, kumwambia Mungu aingilie kati. Malaika alichosema ni kwamba alimwambia Mungu aingilie kati, Bwana na akukemee. Hata kule kwenye Zekaria wakati wa kuhani Yoshua ilikuwa ni hiyo, Bwana na akukemee. Kwenye mahakama pia tofauti na mshtaki na mshtakiwa, tunakuwa na mawakili. So wakili ni nani? Wakili ni mtu ambaye anasimama kwa niaba yako kwenye mahakama, na yeye kazi yake ni kukutetea kwa msaada wa kisheria. So wakili ni mtu ambaye anasimama au anaichukua kesi yako na anakutetea kwa msaada wa nini? Wa kisheria. So tuna wakili, ni mtu wa muhimu sana, kwa sababu kwenye mahakama usipojua sheria, hata kama ndio ulikuwa una haki, goodbye, imeisha. Lakini cha tatu kule kwenye mahakama tuna mashahidi. So acha nikupangilie vitu sasa kwenye neno la Mungu, au unapoenda kwenye mahakama ya Mungu nikupangilie vitu sasa, kwa sababu vinavyoonekana vimetokana na visivyoonekana. Huo utaratibu wa mwilini huo, kuna watu walipata akili kutoka kwa Mungu. Kwenye kitabu cha Isaya 32 nadhani mstari wa chini kule anasema Bwana atakuwa mfanya sheria wetu. Bwana atakuwa mfalme wetu. Na anasema pia Bwana atakuwa hakimu, ni mtu ambaye atakuwa na hukumu. So Mungu atakaa kwenye maeneo yote. Mungu atakaa kwenye serikali. Nguzo ya kwanza ya serikali ni kuna zile nguzo tatu. Tuna serikali, tuna mahakama na tuna bunge. So unazielewa So Mungu atakaa maeneo yote. Sasa tukirudi kwenye ufalme wa Mungu, nilikuwa nimesema andiko gani pastor? Sijasema. Okay, sawa. Ngoja nirudi hapa. Sasa turudi kwa Mungu sasa. Number 1, hakimu kwenye kesi za kiroho zote ni Mungu. Hakimu kwenye hizo kesi zote za kiroho. Ndio ile nikwambia Ufunuo 19 mstari wa 11 ni Mungu. Mahali fulani kwenye Zaburi anasema God is the judge of all earth. Mungu ndo anayehukumu dunia yote. Umemuona mwana wa Mungu. Pasa nisome hiyo nani? Ufunuo sura ya 19 mstari wa 11. Amepanda farasi mweupe na jeshi kubwa. Ufunuo 19:11. Anasemaje? Kisha nikaziona mbingu zimefunuka. Na tazama. Farasi mweupe. Na yeye aliyempanda. Aitwaye. Mwaminifu na wa kweli.
mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kufanya vita. Kabla ya kufanya vita, Mungu anahukumu kwanza. So Mungu anasema naye kwa haki. So hakimu wa haki aliyeko kwenye ulimwengu wa roho ni Mungu peke yake. Maana yake ni kwamba kuna wakati ukitaka masuluhisho ya maisha yako usiende kwa shetani. Shetani hawezi kuhukumu kwa haki. It is only God who is the justice God. Ni Mungu ambaye anajali haki, ni Mungu mwenye haki na anajali haki. Ukienda kwa muda wako kaisome Zaburi sura ya 9 kuanzia mstari wa 4, utaona anazungumza kwa habari ya Mungu. Anasema umefanya hukumu kwa haki, umeketi kitini. Anasema umeketi kitini pa enzi ukihukumu kwa haki. So Mungu ndiye anayehukumu kwa haki. Alafu mstari wa 7 anasema bali Bwana atakaa milele, ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Maana yake Mungu yuko tayari muda wote kwa ajili ya kutoa hukumu. Upande wote utakaoshinda ndio upande ambao utachukua. Shetani anajua mahakama kuu, kama ambavyo hivi kwenye nisaidieni nijue kitu. Kuna mtu yote amesoma masuala ya sheria hapa? Hamna. Tungekuwa na Pastor Sala angetusaidia. Kwenye masuala yale ya mahakama iliyo ya juu kuliko zote inaitwaje? Sisi tunakuaga na mahakama kuu, si mahakama ya rufaa. Ile mahakama ya juu kuliko zote inaitwaje? Mahakama kuu. Sasa kwenye ulimwengu wa roho, mahakama ya juu kuliko zote ni mahakama inaitwa Mungu. Hiyo mahakama ni ya Mungu, ambapo hiyo mahakama hata shetani wanaenda kushtaki pale. Kuna baadhi ya kesi shetani anaenda kushtaki pale. Unajua kuna mwingine anaweza kushtaki kwenye mizimu ya ukoo. Wanasema kwa sababu nilikataa kuja kupalilia kaburi la babu, na wakati mnapalilia kumbe wanafanyaga na kaibada. Wanasema nilikataa kuja kupalia kaburi la babu, so tutakushtaki kwa babu kwamba wewe umpendi na wewe sio wa hii familia. Anaenda kushtaki kwa mzimu wa babu ili mzimu wa babu ukushughulikie. Wewe unayo mahakama ya juu ya kukatia rufaa. So kila kesi inayoshindikana huku chini tuna mahakama ya juu ambayo tunaweza kukatia rufaa. Na hakimu hiyo mahakama ni Mungu mwenye haki, ambaye nyeusi ni nyeusi, nyeupe ni nyeupe. Ndipo hapo shetani alianza kumshtaki Ayubu, akamwambia Mungu, nadhani huyu Ayubu anakucha bure basi. Hii ndio mahakama ambayo shetani anawastaki hadi watu wa Mungu. Anaweza kutafutia hata makosa. Na kwa sababu ni muongo anaweza akatunga. Na kwa sababu Ayubu hakutokea mahakamani siku hiyo, bila sema wana wa Mungu walijihusisha mbele za Mungu. Ayubu hakutokea siku hiyo. So siku ambayo hakutokea kwenye kesi yake wakati kesi inasoma, ndio siku ambayo hukumu ikatoka. Na kutokea hapo shetani akaja na hukumu. Usipojua namna ya kujitetea vizuri mbele za Mungu, shetani anapata nafasi. Atakuja akutandike vizuri, kwa sababu Mungu anasema hivi, mahali fulani Mungu anasema hivi kwa habari ya Ayubu. Anasema niwekee kitabu cha Ayubu sura ya 2. Umeone shetani alivyo ovyo. Kuna watu hapa adui anaonea kwa sababu Mungu ameshawishiwa na shetani. Ayubu sura ya 2. Ule mstari wa 3. Ayubu sura ya 2 mstari wa 3. Hii nimeipenda. Bwana akamuuliza shetani, "Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa maana hapana mmoja aliye kama yeye duniani, na mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu." Maliza hicho kipengele kinachofuata, pastor anasemaje? Naye hata sasa anashikamana na utimilifu wake. Ujapokuwa ulinichochea juu yake ili nifanyeje? Ili nimwangamize pasipokuwa na sababu. So kuna wakati shetani akienda kwenye mahakama hana hata mashiko, ila anamchochea Mungu. Na Mungu alichochewa kwa sababu hapo unaona mwanzoni hapo Mungu aliruhusu Ayubu vitu vyake vikapigwa. So kuna wakati shetani kwenye mahakama usipotokea vizuri ukajitetea vizuri, mtu wa Mungu, Mungu anachochewa. Na baadaye Mungu anasema basi nimekuruhusu nenda kafanya, lakini roho yake tu usiguse. So ndoa inapigwa, uchumi unapigwa. Nini tena? Ayubu alikuwa ni mcha Mungu. Nashangaa vitu tu vinaporomoka, vitu vinaharibika tu. Hujatokea kwenye mahakama ukajitetea. Kama Mungu anaweza kuchochewa, je, vipi kuhusu watu? Shetani anaweza kuchochea watu kinyume chako na hawana sababu. Unakuta mtu tu amekuona tu mtandaoni, anajisikia tu kukutukana. Especially kama sisi wachungaji. Mtu anaweza kaniona tu mtandaoni akajisikia kuniandikia comment anayojisikia. Kama shetani alimchochea Mungu, vipi kuhusu watu? Na hakuwa na sababu. Vipi kuhusu watu? Unaona tu mtu anainuka kinyume chako, labda hapa pastor hapa anajisikia tu kuinuka kinyume chako, anaanza kukupiga tu vita. Amechochewa na shetani.
Na ukikaa chini tukaangalia hoja zake zinajishikia wapi, hamna mashiko. Na usipojua hizi mbinu za shetani kwenye makama ya kiroho umepoteza vitu. Shetani ni mpuuzi sana. Anamchochea hadi Mungu. Sasa naomba niendelee pale. So hakimu ni Mungu ambaye ni hakimu pia haki. Lakini kingine, mshtaki unaweza ukawa ni wewe au akawa ni shetani. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13, sura ya 12, mstari wa 10 Ufunuo 12 mstari wa 10 anasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Yani malaika walioko kule mbinguni na zile roho zingine za watakatifu zilizoko kule mbinguni wanasema shetani ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Maana yake unapaswa kujua the devil is our accuser. Shetani kama ni mshtaki atakushtaki hata kwa vitu ambavyo sio vya kweli. Na kuna wakati anakuwa na haki kwa sababu ya mambo fulani, lakini kuna wakati anaenda na vitu vya uongo. Anajaribu kupeleka mbele za Mungu. Anaenda na vitu vya kumshawishi Mungu ili Mungu akuangamize pasipokuwa na sababu. Sasa hapa anasema shetani aliye mshtaki wa ndugu zetu. Sikiliza, kule mbinguni kumekuwa na wokovu kwa sababu shetani ameondolewa. Maana yake wamemshinda. Na walimshinda kwa njia gani? Ukienda mstari wa 11 na unafuata, anasema walimshinda kwa damu ya mwana kondoo. So walimwondolea kila uhalali. Nitakueleza baadaye kwa habari ya vitu vya kutumia. Lakini na kwa neno pia la ushuhuda wao. Ai. Ona tena hapa. Anasemaje? Ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. So kila mchana na usiku shetani anaenda kupeleka mashtaka mbele za Mungu. Leo hajaja kanisani, Mungu nambarikije mtu ambaye umeanza kumbariki na akibarikiwa tu kidogo huyu unaona ibada haendi. Yaani unajua kuna wakati shetani anatengeneza hoja, sio hata kwenye masuala ya utakatifu. Anasema Mungu, angalia wiki nzima ibada ya katikati hajaenda hata moja. Huyu ukimbariki si unajitengenezea nani yule alibarikiwa afu akapiga teke? Yesuruni. Si unajitengenezea Yesuruni mwingine sasa. Na Mungu naye kuna muda anakaa anasema, ila ngoja kweli. Inawezekana. So anamwambia Mungu tumpunguzie break. Au anamwambia Mungu hebu zidisha hiyo baraka kidogo uone kama hajakusahau. Au anamwambia Mungu sasa hivi minye kidogo. So unaminywa alafu ndo unaanza kurudi tena kanisani, unaanza mikesha. Au unaminywa ndo unapotea jumla. Chochea Mungu akuharibu. Shetani anamchochea Mungu akuharibu. Sasa hapo, kingine, mshtaki pia unaweza ukawa ni wewe. So kuna wakati wewe unaamua kusimama kwenye nafasi kwa ajili ya kumshtaki shetani. Ya kwamba Mungu, nimechoka. Uovu kwenye familia nimechoka. Uonevu wa adui kwenye ukoo nimechoka. Naenda kumshtaki mbele za Mungu. Lakini angalia tena. Nilikwambia mahakamani kingine pia nini? Wakili wetu sisi ni Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 16 kwa Biblia ya Amplified. Yohana 14 mstari wa 16, wakili wetu sisi ni Roho Mtakatifu. Yeye analijua neno. In fact ndio mwandishi na mmiliki wa neno la Mungu. Watu waliandika neno kwa kuvuvia naye, na neno la Mungu ni sheria, si ndio? So sheria inayotumika kuhukumu watu kule kwenye ulimwengu wa roho ni neno la Mungu. Kwa maana hata shetani alipoenda kwa Yesu alimwambia imeandikwa, jitupe chini, atakuagizia malaika wake. Kwa sababu hii katiba anaweza akaitumia mwovu akanufaika nayo, na anaweza akaitumia mtu ambaye ni mwenye haki na akanufaika nayo. Kikubwa ni kwamba unaijua kiasi gani, unaweza kujitetea kiasi gani. Sasa hapa anasema Yohana sura ya 14 ule mstari wa 16,
Amplified. Anasemaje? And I will ask the Father. And I will ask the Father, nitamwomba baba yangu. And he will give you another comforter. Atawapa mfariji mwingine. Kwa Kiswahili ametumia neno msaidizi. Kwenye mabano sasa anaelezea huyo msaidizi kazi yake nini, ambaye ni Roho Mtakatifu. Anasemaje? Counselor maana yake ni mshauri. So Roho wa Bwana atakuwa anakushauri namna ya kuendea hiyo kesi yako. Anasema nitakushauri, jicho langu likutazama. Helper. Atakusaidia ukishindwa kujitetea vizuri hapo ukiwa mahakamani, kwenye mahakama ya kiroho, atakusaidia Roho wa Bwana. Intercessor maana yake atakuwa naye anaomba. Yaani wakati unaomba, unaugua, unamsihi Mungu, Roho wa Bwana atakuwa naye anamsihi Mungu pia kwa niaba yako. Advocate maana yake ni wakili. So Roho wa Bwana atakuwa anasimama mbele yako, anakusaidia kwa kutetea kwa hoja, kwa neno. Ndio maana kuna wakati ukiwa unaomba nena kwa lugha, unavyonena kwa lugha, na kuna wakati mwingine kwa mfano unakuwa unaomba unanena kwa lugha, alafu unasikia kuna andiko linatibuka ndani yako. Hilo andiko ni Roho wa Bwana ameliinua kama wakili, ulitumie kujitetea kwenye hiyo kesi. So unapolisikia unalisema. Mfano umeanza kuomba tu, unashangaa tu kuna kitu kuna andiko linatibuka ndani. Katika kuzidisha nitakuzidisha, katika kubariki nitakubariki. Ujue hapo kuna sheria umeinua rohoni, unaisimamisha rohoni, ili kwamba kwenye hiyo kesi ambayo adui alikuwa anataka usibarikiwe, anataka usizidishwe, anataka usiongezeke, hiyo kesi ndio imekufa hivyo. Ndio maana mara nyingine ukiwa unaomba kunena kwa lugha, kuna kazi Roho wa Bwana anakuwekea msukumo. Unasikia kuna andiko unakumbuka, usinyamaze ukahisi ni akili zako. Ni Roho wa Bwana anainua sheria ndani yako ili ujitetee kwenye hiyo kesi ambayo inakukabili kwa muda huo. Alafu kingine pasa anasemaje? Hapa amesema ni advocate. Kingine anasema nini? Strengthener. Maana yake ni mtia nguvu. Standby maana yake yuko na wewe wakati wote. So ikitokea unataka kushindwa, anakusaidia. And he may remain with you forever. So wakili huyu yuko na wewe siku zote. Sasa kule kwenye mahakama za kimwili ukipata wakili unakuwa unamlipa. Na unamlipa kwa sababu ya ujuzi wake wa sheria. Unamlipa. Ila huyu Roho wa Bwana huyu sasa anahitaji ushirikiano. Unahitaji kutambua nafasi yake. Na ndio maana wakati mwingine nikushauri unavyoliombea jambo lolote, hasa kesi ngumu hizo za kiroho ambazo zinahitaji divine intervention. Hizo kesi omba sana kwa kunena kwa lugha. Omba sana katika Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Okay. Aya. Wakili upande wako sasa, shetani yeye ni jeshi la mtu mmoja. Mawakili wake wanaweza kuwa ni vibaraka wake na malaika wenzake. Aya. Nikasema pia kingine kuna mashahidi, si ndio Kuna mashahidi. So wewe unavyosimama pale kwenye mahakama ya kiroho unakuwa na neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda ni neno la Mungu. Pale anasema wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa nini? Na kwa neno la ushuhuda wao. In fact hiyo damu ya mwanakondoo pia ni shahidi mwingine. Ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza Yohana, nimalizie kwa haraka, waraka wa kwanza Yohana sura ile ya 5. Nafsi yangu mstari wa 8, msifu Bwana. Mstari wa 9. Anasema kisha wako watatu washuhudia duniani. Namba 1 ni nani? Roho ambaye ni Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu ni wakili lakini pia ni shahidi yako. Ndio maana anasema mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya huyo Roho Mtakatifu, na nyinyi mtakuwa nini? Mashahidi. Yaani ni shahidi ambaye anaweza kukufanya na wewe kuwa nini? Shahidi. Alafu anasema na nini tena? Na maji sisi tunaelewa maji ni neno la Mungu. Alafu na nini pia anasema? Damu ni damu ya Yesu. Kwa hiyo unainua damu ya Yesu kwamba nilishatakaswa kwa damu ya Yesu, nimehesabiwa haki. Kuinua damu ya Yesu maana yake ni kwamba unakuwa na ufahamu kuhusiana na kazi ya msalaba, kile ambacho msalaba umefanya kwenye maisha yako. Unaongelea kutokea hapo, unasimamia kutokea hapo, ya kwamba kutokea hapo kwenye kazi ya msalaba vifungo vya ukoo vipaswa kunifuata, kwa sababu alifanyika laana ili mimi nipokee baraka. Alifanyika laana kwa ajili yangu ili mimi nipokee baraka. Maana yake amebeba laana zangu. Sasa niweke hapa kwa haraka watu wa Mungu, mambo machache andika kwenye daftari yako. Mambo machache andika kwenye daftari yako. Nini kitakusaidia kwenye namna ya kumwendea Mungu sasa kwa ajili ya kupata ushindi dhidi ya hizo vita za kiroho? Nini kitakusaidia? Ili niwe nimemaliza jumla. Number 1, cha kwanza kitakusaidia ni kujitenga mbali na dhambi. Kwa nini kujitenga mbali na dhambi? Kwa sababu kwenye hii mahakama ya kiroho kama wewe ni mtenda dhambi, wewe ni mtumwa wa shetani. So maana yake hata ungemshtaki shetani wapi, hautapata msaada. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 30.
Lakini pia nikisema kwa nini utoke mbali na dhambi, ni kwa sababu shetani akishajua wewe ni mtenda dhambi, hata ahangaiki kwenda kukushtaki, anakushughulikia anavyotaka. Anakushughulikia anavyotaka. Yohana 14:30, Yesu anasema mimi sitanena nanyi tena maneno mengi. Anasema kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu. Alafu anasemaje? Wala hana kitu kwangu. Hana kitu kwangu maana yake ni kwamba mimi sio mtenda dhambi. So angekuja anikute na dhambi, kuna vitu fulani vya kiroho angeanza kuvifungulia kinyume na maisha yangu. Angekuja anikute na dhambi, kuna madai fulani angeanza kuyainua kinyume na maisha yangu. So shetani akikuta dhambi kwenye maisha yako, kila madai atakayoinua kinyume chako yanafanikiwa kwa wepesi na kwa haraka. Acha dhambi. Yoshua kwenye Zekaria sura ya 3 mstari wa 1 na mstari wa 3 nasoma haraka haraka. Yoshua anasema kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele za malaika wa Bwana, na shetani naye amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Yaani shetani anashindana naye. Kwa nini anashindana naye? Angalia mstari wa 3. Anasema basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele za malaika. Maana yake alikuwa yupo bado kwenye maisha ya dhambi. Na baadaye Mungu anamwambia nitakuondolea uovu wote. So alikuwa anamaanisha hilo nguo chafu sana ni uovu na dhambi. Shetani hawezi akashindana nawe kama wewe ni mtakatifu. Alafu angalia jambo la pili. Ufanye nini wakati unataka kuiendea nini kitakusaidia kwenye namna hii ya kumwendea Mungu kama hakimu? Cha pili, shughulika na kila madai au kinachompa adui nafasi ya kushindana na wewe. Shughulika na kila madai au kinachompa adui nafasi ya kushindana na wewe. Shughulika nacho. Kuna wengine shetani kinachompa nafasi ya kushindana na wewe ni summarize tu hapa sasa kwa sababu ya muda wetu. Ni summarize tu hapa kwa sababu ya muda wetu. Ni summarize pasa fungua Kolosai sura ya 2 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Kolosai sura ya 2 mstari wa 13 mpaka mstari wa 15. Kuna wengine adui kinachompa legal ground. Kinampa uhalali kwenye maisha yako. Cha kwanza kikubwa kinachompa shetani uhalali kwenye maisha yako ni dhambi. So tumeshaona pale jambo la juu la kwanza, shughulika na dhambi. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Kweli. Lakini cha pili kinampa shetani uhalali kinyume na maisha yako ni laana. Na hizi ni laana za ukoo na familia uliotokea ambazo zimejificha na hujawahi kushughulika nazo. So ni laana, ni matamko mabaya. Ni laana na matamko mabaya kutoka kwenye familia, ukoo uliotokea ambayo hayajawahi kushughulikiwa. Hata kama Kristo amefanyika laana kwa ajili yako, lazima hivi. Ngoja nikuulize, damu ya Yesu inaweza kutakasa? Haiwezi kukutakasa? Inaweza kutakasa? Haiwezi kukutakasa? Inaweza kutakasa, si ndio? Lakini ili kutakasa inabidi ufanyeje? Uitumie. Lazima uitumie. Maana yake kwamba eti kwa sababu umeokoka kwamba ndo unaassume kwamba kila kitu kitakuwa kimeshughulikiwa. It's a lie. Ni uongo. Lazima ukishughulikie. Kuokoka ni kupewa nafasi, ni kuwekwa kwenye jukwaa la kuweza kushughulika na hizo laana za ukoo na familia ili zisiweze kushughulika na wewe tena. Sio kwamba ukiokoka tu mambo yameisha. Yanaisha siku unapoyashughulikia. Yesu hayakuisha mpaka alipomaliza pale msalabani akasema kwanza imefanyeje? Imekwisha. Na kama ingekuwa imeisha akaassume tu rohoni imeisha, kwani alikuwa na haja ya kusema? Kusema ni mojawapo ya njia ya kuhakikisha imeisha. Haijaisha kama hujasema. Na kusema ni mojawapo ya hiyo kwamba unaenda kwenye maombi, unakataa, unajitenga, unafuta, unaharibu. So kile kinampa shetani legal ground kwenye maisha yako, uhalali. Niyo laana au matamko yaliyo kinyume chako. Kasome kitabu mfano cha Yeremia 22:29-30. Anasema kwenye Yeremia 22:29-30, Mungu alikuwa anaisemesha nchi akasema, nchi andika habari za mtu huyu. Kwanza mtu huyu hatafanikiwa. Jaribu kuwaza, alafu anasema na wala wazao wake, hakuna mtu katika mzao wake atakayefanikiwa. Maana yake unapozaliwa kwenye familia kuna madai tayari yalishaachiliwa. So hata kama ungekuwa unakuja kanisani, kuja kuokoka ni kwamba umewekwa kwenye jukwaa zuri la kuweza kushughulika na shetani. Kwa sababu wakati ukishughulika naye ni kwamba unakuwa unashinda, na zaidi ya kufanyeje? Ili ushinde, unashinda bila kupigana. Unashinda bila kushindana. Lazima ushindane. Ndio Biblia inasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kushindana kwetu maana yake kuna mashindano. So kuokoka ni kwamba unawekwa sehemu ambayo ukishindana na adui unaweza kushinda. Luka 10:19 anasema nimewapa ninyi mamlaka, nimewapa ninyi nguvu. Kwa njia mnaweza mkashughulika na, anasema mnaweza nimewapa nguvu na mamlaka. Luka 10:19 nimewapa nguvu na mamlaka, mnaweza mkashughulika na shetani. Anasema wala hakuna kitu cha kuwadhuru. Kwa nini? Kwa sababu shetani akitaka kurudisha, wewe ni mtakatifu wa Bwana. Na Mungu hatamwacha mtakatifu wake aone uharibifu.
So kazi yako ni kupiga nyoka na nge, piga, na nguvu zote za adui piga, ila lazima ushughulike nazo. Shetani ashughulike na Yesu ambaye hakuwa na dhambi, na alikuja duniani hakuwa na dhambi. Hakuwa na dhambi akashughulika naye. Wewe sasa vipi? Tena dhambi aliyokuwa nayo Yesu ni ya kubeba ya watu wengine, sio ya kwake. Ni ya kubeba ya watu wengine. Vipi wewe sasa? Angalia Yesu alichopitia kwa sababu ya dhambi ya watu wengine ya kubeba. Vipi wewe issue ya ukoo na familia sasa? Maovu ya familia na ukoo, uko shetani. Lazima ushindani bwana. Lazima ushindani bwana. Kuokoka sio kwamba imeisha. Haijaisha mpaka umetangaza imeisha. Na ili utangaze imeisha lazima ushindane. Biblia imeshasema shetani ni mshtaki wa ndugu zetu. Yaani kule mbinguni wanaona sisi ni ndugu zao, ila bado shetani anatushtaki. So lazima uwe strong, lazima uwe strong. Angalia kingine ambacho nataka nikuonyesha haraka haraka. So cha pili nimekwambia kiondoe niyo laana, shughulika na laana. Una maneno fulani ya laana uliwahi kusikia na tamko, au ulisikia kwenye familia kuna laana iliwahi kutamkwa, shughulika nayo. Una matamko mabaya mtu aliwahi kutamkia, hayo matamko ndio shetani anapitiaga hapo. Ndio shetani anapitiaga hapo. Haya, kingine cha kushughulika nacho, kinachompa shetani uhalali kwenye maisha yako ni nira na vifungo vya giza. Nira na vifungo vya giza. Kuna watu, kuna nira fulani mnakuwa mmeambatana nazo. Na mojawapo ya nira ni kwamba unaambatanisha maisha yako na watu wasiokoka. Hasa kwenye mambo kama ndoa. Hiyo unamtengenezea shetani legal ground. Akija hapo akitua kwenye hiyo ndoa anafanya chochote anachotaka. Nira. Kingine kinamtengenezea shetani ni nadhiri na sadaka ambazo hujazitoa. Kuna wale watu wataalamu wa kuweka nadhiri. Baba, ukinitoa kwenye hili sitarudia tena. Baba, ukinitoa kwenye hili nitakutolea mtoto wangu. Baba, ukinitoa kwenye hili nitakutolea maisha yangu yote. Kila Jumatatu nitaenda kushuhudia. Baba, ukinitoa kwenye hili nitawawezesha watumishi wako. Baba, ukinibariki nitakushangaza. Na kweli tangu Mungu amekubariki umemshangaza, maana hujai kurudi tena. So kuna wale watu wa kuwekaga nadhiri. Angalia kitabu cha Yona sura ya kwanza ule mstari wa 10. Yona anamezwa na samaki, anaingia kwenye tumbo la samaki. Nadhani mstari wa 10 au mstari wa mwisho kabisa. Ni mstari ngapi? Yona sura ya kwanza. Okay. Ni Yona sura ya kwanza ule mstari wa 17. Anasema Bwana akamweka tayari samaki mkubwa ili ammeze Yona, na Yona akawa ndani ya yule tumbo la yule samaki muda wa siku 3, mchana na usiku. In fact Yona ni kama alikuwa kuzimu. Kwa sababu baadaye Yesu anasema kama Yona alivyokuwa ndani ya tumbo la samaki, na mimi ndo nitakavyokuwa ndani ya tumbo la nchi. So ni kama Yona alikuwa kuzimu. Sasa Yona kwa nini aliingia kwenye mitego ya tumbo la samaki? Angalia Yona sura ya 2 mstari wa kwanza, alafu baadaye mstari wa 9 na wa 10. Anasema ndipo Yona akamwomba Mungu. Mungu wake, akamwomba Bwana Mungu wake katika tumbo la yule samaki. Maombi yake yalikuwaje? Angalia mstari wa 9. Anasema lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu. Sio hata nadhiri yangu, zangu. So Yohana alikuwa na nadhiri nyingi ambazo amewekea Mungu. Na kwa sababu ya hizo nadhiri Mungu alimtupa samaki akammeza. So shetani anaweza kupata uhalali kwenye maisha yako kwa sababu ya nadhiri. Wewe ni mtu wa kuweka nadhiri. Na ukiweka nadhiri number 1, andika. Na usiandike kwenye notebook ambayo unajua utaitupa na utakaa ukumbuke. Andika. Kiweza hata andika kwenye ukuta wa nyumba yako basi ili ukumbuke, kwa sababu hakuna kitu bila sema Mungu hawi radhi na wapumbavu. Wala wanamwekea nadhiri na watoi. Anasema ukimwekea Bwana nadhiri usikawie kuitoa, kwa sababu Mungu hawi radhi na wapumbavu. Na wapumbavu ni watu ambao shetani anawaangamiza. So ukiahidi kutoa sadaka, toa. Ukimwekea Mungu nadhiri, toa. Kwa sababu usipotoa unamtengeneza shetani legal ground. Unaweza kuwa umeokoka na akashughulika na wewe vizuri. So hapa Yona anasema akamwambia Mungu, safari sasa nitazitoa. Alafu anasema wokovu kutoka kwa Bwana. Alivyosema tu hivyo mstari wa 10. Bwana akasema na yule samaki. So shetani, Mungu akaongea labda na shetani. Mungu anamwambia shetani, mwachie binti yangu aende. Anauambia ugonjwa, mwachie mtu wangu aende. Ameshaahidi kutoa zile nadhiri zake. Alafu kingine, simama kwa miguu yako. Ni kukosa utii kwenye neno. Kila unapokosa utii kwenye neno, mtu wa Mungu unakuwa umemtengenezea shetani legal ground, mahali pa kusimama ili atengeneze hoja zake kuanzia. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 6. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 6. Anasema tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Maana yake ni mpaka utii wako kwenye neno umetimia ndio unaweza kupatiliza maasi kwa shetani. Kwa tafsiri nyingine kwamba ndio unaweza kushughulika na shetani. Obedience. Utii katika neno. Yakobo 4 mstari wa 7. Basi mtiini Mungu, alafu
mpingeni shetani, alafu atakimbia. Maana yake inaanza na nini kwanza? Mtii Mungu. So utii ndio ukiingia kwenye mahakama ya Mungu wakati wewe ni mtii, ndio unafanya Mungu shetani akukimbie. Kwa sababu shetani, andika hivi, shetani anawakimbia watu watii kwa Mungu. Anawakimbia. Yaani ukitokea kwenye mahakama unamshtaki shetani, hilo jambo analiachia. Mtu mtii akitokea shetani anaachia. Anamkimbia. Simama kwa miguu yako, simama na hiyo daftari yako. Kingine shetani akitumia ni uvivu wa kutokupambania haki zako. Uvivu wa kutokupambania haki zako. Anapitia kwenye uvivu wako. Yule mama ameenda amedai mara ya kwanza, yule hakimu dhalimu anapindisha haki. Amedai mara ya pili, yule mama aliamua ndani yake siache. So shetani anapitia kwenye uvivu wa watu. Ndio maana Mungu hapendi kujihusisha na watu wavivu. Anasema hadi alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Hata kwa Mungu ukienda kudai haki yako kwa Mungu, hata kama shetani husiki, Mungu hakupi kama wewe ni mtu mvivu. Wale wanitafutao kwa bidii ndio watakao niona. Na wapendwa wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii ndio watakao niona. Lakini mahali pengine pia anasema kuomba kwake mwenyewe kafaa sana. Kama akiomba kwa nini? Uvivu wa kutokupambania haki zako. Simama kwa miguu yako. Leo nataka tuishie hapa. Wakati mwingine Mungu akitupa neema tutasoma ile Wakolosai. Tutasoma na maandiko mengine kadhaa, nitakuonyesha shetani anapoanza kuyatengenezaga madai yake tokea mbali. Kwa sababu ni mshtaki, lazima anakuwa anaandika. Shetani anazo kumbukumbu. Anakuwa ameandika. Na hata ukienda mbele za Mungu kuna kitabu kinafunguliwa na kuna vitabu vinafunguliwa. So mambo pia mbinguni yanaandikwa. Inua mikono yako juu. Nataka kwa dakika chache umuite Bwana. Nimekufundisha kwa habari ya kumsimu, si ndio? Nimekufundisha kwa habari ya kumsimu. Umeelewa maana ya kumsimu? Uko tayari kumsimu kwa habari ya kila jambo, kwamba Mungu akupe ushindi na akupe kushinda na zaidi ya kushinda. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nisaidie kuanzia sasa. Bwana Yesu, uniongoze kila wakati ambapo adui anainua vita au mashtaka kinyume changu. Roho Mtakatifu kama wakili wangu, simama na mimi tena. Roho Mtakatifu kama wakili wangu, simama na mimi tena. Kila wakati ambao shetani anainua mashtaka kinyume na afya yangu, kinyume na uchumi wangu, kinyume na baraka zangu, kwa jina la Yesu, Roho wa Bwana usinyamaze kimya, nitetee kwenye hayo majira. Usinyamaze kimya, nitetee kwenye hayo majira. Kila wakati ambao shetani anainuka ili kunishitaki, na inua damu ya Yesu, na inua damu ya Yesu ili nipiganie, na inua damu ya Yesu ili ninenee kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, simama kama shahidi wangu, uninenee mema katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, simama kama shahidi wangu, unitetee, unitakase, unisafishe, unipiganie katika jina la Yesu. Wakati ambapo shetani unainuka kinyume changu, na aliinua neno la Bwana kinyume chako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kila madai ulioanza kuyatengeneza kinyume cha maisha yangu, yaliyozaliwa kutokea kwenye msingi wa laana za familia, wa matamko mabaya juu yangu na juu ya familia, Bwana Yesu, leo ninayavunja. Kila laana inavunjika na kuharibika leo. Kila laana ambayo sikuwahi kushughulika nayo, ninaivunja leo, inavunjika kwa jina la Yesu. Leo inaharibika kwa jina la Yesu. Naita damu ya Yesu juu ya familia yangu. Naita damu ya Yesu juu ya ukoo wangu. Naita damu ya Yesu juu ya maisha yangu, juu ya afya yangu, katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Kila madai yaliyozaliwa kutokea kwenye nadhiri na sadaka nilizoahidi na sikuweza kutoa, leo Yesu nisaidie. Ninazokumbuka uniwezeshe kutoa, uniwezeshe kutoa, uniwezeshe kutoa, uniwezeshe kutoa, uniwezeshe kutoa, unifanikishe kutoa. Nipe vile vya kutoa ili niweze kutoa hizo nadhiri katika jina la Yesu. Nipe vile vya kutoa ili niweze kutoa hizo nadhiri katika jina la Yesu. Hizo sadaka niwezeshe Bwana, nipe vya kutoa ili niweze kutoa katika jina la Yesu. Umesema ya kwamba wewe ndio unaimpa mbegu apandaye. Nipe hiyo sadaka ya kutoa, nipe hiyo mbegu ya kutoa, nipe hiyo nadhiri nikutolee, kama ulivyompa Hana ukampa Samueli na yeye akakupa nabii. Nipe tena Bwana, nipe tena Bwana ili nikutolee katika jina la Yesu. Na kama kuna mahali ambapo Bwana Yesu sikuwa nimesimama sawa sawa kwenye maisha matakatifu, Baba nitakase kwa damu yako, Baba nitakase kwa damu yako, Baba nitakase kwa damu yako katika jina la Yesu, ili mkuu wa ulimwengu atakaponijulia asikute kitu kwangu, asiwe na kitu kwangu katika jina la Yesu. Hebu kwa sekunde chache omba, mwambie Baba nisaidie hii namna ya tatu ambayo nimejifunza, nipe kuielewa zaidi na nipe kuitumia pia, niwezeshe kusimama, niondolee uvivu wa kiroho wa kudai haki zangu, niondolee uvivu wa kiroho wa kudai haki zangu, niondolee uvivu wa kiroho wa kudai haki zangu. Anasema anayefanya kazi kwa mkono mlegevu, huyo amelaaniwa na Bwana. Maana yake Mungu akubariki kama wewe ni mvivu, anakulaani kama wewe ni mvivu. Mwambie Baba, ule uvivu wa kupambania haki zangu za kiafya, haki zangu za kiuchumi, haki zangu za familia, haki zangu zote ambazo umenipa kwa neno lako, niondolee uvivu, niondolee uvivu, niondolee uvivu. Roho ya uzito na uvivu wa kupambania haki zangu niachie. Roho ya uzito na uvivu wa kupambania haki zangu niachie. Roho ya uzito na uvivu wa kupambania haki zangu niachie. Roho ya uzito na uvivu wa kupambania haki zangu niachie. Roho ya uzito na uvivu wa kupambania haki zangu niachie. Roho ya uzito na uvivu. Anasema ya kwamba alipokwisha kushughulika na dhambi zetu, alichukua ile hati ya kutushitaki akaifuta na akaichana. Hebu futa kila hati ya mashtaka kinyume chako, futa kila hati ya mashtaka kinyume chako na uichane kwa jina la Yesu. Shughulika nayo kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu na uichane. Futa kwa jina la Yesu na uichane hiyo hati iliyoandika kwa hukumu zake zilizo kinyume chako. Shetani ameandika kwa habari ya ndoa, ameandika kwa habari ya uzao, ameandika kwa habari ya kanisa. Kila ulichoandika kwa habari ya kanisa, ili kwamba utushtaki tusiongezeke, ili kwamba utushtaki tusiwe wengi, ili kwamba utushtaki hayana mashanda. Hiyo umeandika kwa msingi wa kupitia mchungaji, umeandika kwa msingi wa mshirika, kama ambavyo uliinua madai kupitia Akani kinyume cha Israeli. Nakataa kwa jina la Yesu hayo mashtaka na hiyo hati ya kunishtaki, naifuta kwa damu ya Yesu. Na hayo mashtaka yanafutwa jumla, hayatakumbukwa tena, hayatakumbukwa tena, hayatakumbukwa tena, yanafutika jumla, hayatakumbukwa tena, yanafutika jumla. Kinyume cha ndoa yangu yanafutwa jumla, yanafutwa jumla. Kinyume cha familia yangu yanafutwa jumla. Kinyume cha ukoo wangu yanafutwa jumla. Kinyume kinyume cha biashara unayofanya, kinyume cha watoto wako ulionao. Shetani anataka kuwashtaki watoto wako ili kwa njia hiyo waharibiwe na Bwana. Arana mashanda. We shetani unayemchochea Bwana ili anipige bila sababu, unayewachochea watu
ili wanipige bila sababu, na kuangusha na hoja zako, na kuangusha na mashtaka yako, na chana kwenye hizo maktaba za kipepo ambazo umeweka vitabu vya madai kinyume changu, na chana kwa moto, nalipua kwa moto, nalipua kwa moto, nalipua kwa moto kinyume na baba yetu askofu, nalipua kwa moto kwenye hizo maktaba zenu. Moto wa Bwana unafutilia mbali, 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 damu ya Yesu inafutilia mbali. Shagabadadabadaba rakarada masanda yadaba. Mwingine hiyo adui anasema kwa sababu uliwahi kutoa mimba, kwa hiyo usiolewe. Wewe leo kataa, wewe leo kataa. Anasema kwa sababu uliwahi kuzini, wewe usiolewe. Kataa kwa jina la Yesu, kataa kwa jina la Yesu. Anasema eti kwa sababu wewe shagadabadaba uliwahi kuanguka kwenye zinaa,